TV, empowering lives. Nikikupata nimepata vyote, nikikupata nimepata kazi, nikikupata nimepata mume, nikikupata nimepata mke, nikikupata nimepata watoto, nikikupata nimepata huduma, nikikupata nimepata amani. Ugeukie jirani yako, kila moja tafuta jirani moja. Geukia jirani yako, mwambie maneno haya: umebarikiwa. Mwambie umebarikiwa, umebarikiwa ni yangu. Mwambie umebarikiwa, umebarikiwa, watoto wako, watoto wako, na kazi yako, huduma yako, biashara zako. Mwambie umebarikiwa, 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 umebarikiwa. Tempo! Salimia jirani yako, mzee unaitwa nani? Salimia jirani yako, muulize unaitwa nani? Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Salimia mwingine, muulize umetoka wapi? Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Salimia huyo mwingine, mwambie umependeza sana. Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Salimia mwingine, mwambie wewe ni wa Yesu. Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Salimia mwingine, mwambie umebarikiwa. Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Tembea tembea kidogo, salimia watu wawili wewe. Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Tembea tembea kidogo, salimia wengine watatu. Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Tembea tembea kidogo, salimia mtu wa nne. Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Tembea ongeza maringo, mwambie Yesu anakupenda. Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Tembea tembea kidogo, mwambie wewe ni wa Bwana. Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Tembea tembea kidogo, uonyeshe maringo ya Yesu. Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Ongeza maringo kidogo, ajue wewe unapenda. Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Ongeza kachumvi kidogo, ajue umeokoka. Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Vigelegele, vigelegele. Tempo! Tempo!
namna hii. Gosai mwanani gosai, tumetaidia ave mama nete godi. Gosai mwanani gosai, ave mama nete godi. Oh gosai gosai neito gosai. Gosai manani wate, ave mama nete. Oh toamate na mwere. Oh gosai gosai neito gosai. Gosai manani wate, ave mama nete godi. Oro moderu nyara tuira, doi karana bokiye. Kaiwa kwa magegania
Yesu Ayore muega,
Inua mikono yako juu. Inua mikono yako juu. Inua mikono yako juu. Hakuna Mungu kama wewe. Wewe unastahili. Nataka nikujue sana ili niwe nayo amani, ndipo hayo mema yatakapo nijia mimi. Nataka nikujue sana ili niwe nayo amani, ndipo hayo mema yatakapo nijia mimi. Sema ninataka, nataka nikujue sana ili niwe nayo amani, ndipo hayo mema yatakapo nijia mimi. Ninataka, nataka nikujue sana ili niwe nayo amani, ndipo hayo mema yatakapo nijia mimi. Ninataka, nataka nikujue sana ili niwe nayo amani, ndipo hayo mema yatakapo nijia mimi. Sema ndipo, ndipo hayo mema yatakapo nijia mimi. Sema ndipo, ndipo, ndipo hayo mema yatakapo nijia mimi. Mwambie Bwana, ndipo hayo mema yatakapo nijia mimi. Mwambie ndipo, ndipo, ndipo hayo mema yatakapo nijia mimi. Kwa watoto wangu, ndipo hayo mema yatakapo nijia mimi. Ndipo hayo mema yatakapo nijia mimi. Baba, tunakushukuru, tunasema ni asante. Wema ni wako, utukufu ni wako. Umetushika mikono, umetuelekeza katika maelekezo ya leo. Asante Baba kwa ibada zote ambazo tumeweza kuzifanya na zile ambazo tunaenda kuzifanya. Katuongoze kwenye njia zako na mipango yako. Katubariki, utushike mkono. Nitumie kama chombo nikaweza kufikisha ujumbe wako jinsi mapenzi yako yalivyo. Nikaweza kunena na watu wako kwa nia na mipango yako. Na ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Mtu mmoja aseme amina. Oh, hallelujah. Amen. You may be seated. Yes. Oh, yes. Nashukuru. Can you give me some high kidogo? Some good high. Yes. Wale wamekukunyuma simu walete hapa ndani kidogo kidogo. Watu walijatoka likizo, sasa walete wale watu wa kunyuma kabisa. Wasijaze huko. Tukitoka likizo watu watakaa kwa ile viti zao wanakaanga. Likizo inaisha leo. Watarudi wakiwa yes. Hi. Yes. A bit high. And thank you. Yeah, good morning. Salimia mwenzako na Kiingereza, mwambie good morning. Muulize kama ameelewa. Main, rudisha main ya hapa. Muulize kama ameelewa ni nini hiyo.
Mshike tu mkono, mwambie umeelewa nimekuambia nini. Mshike mkono. Kama wewe si mchawi, shika huyo mtu mwingine mkono. Kama hauna gedhito umeshika, mshike mkono tu. Mshike tu, sijakwambia waachilie. Muulize umeelewa nimesema nini? Na kama nimekutusi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mnaweza, asante sana. Asante, karibuni tena mwaka mpya. Happy New Year. Wale tulikuwa nao wakati wa this is our second Sunday, our first Sunday. Wow, this is very good. I'm happy for you. Na tena ni vizuri nimewaona tena. God has blessed you. I can see your glittering faces. Kinaweza kuona Roda pale amechagamuka vizuri. Siku hizi umetulia vizuri. Naliko ni uguturogo mwako yo wane uragaye gukora thimu. Okeni ogikerogwo. Tugekinya mweri wa 10. Ugukorwo thiete mabũrũri ma Meri gucera. Ngai agukuhingurira mirango nginya waga gwitĩkia. Kumbe watu ni kutemu tu pole pole mpaka anakuwa mtu mzuri. Yeah, she's a very good. Yes? Yes, good. Mpigieni makofi. Yeah, thank you very much. Naona my sister pale from South Africa. Wathireko. Wego kole uraigwa guko magigutwarira ngiacia. Maundu marathi atia. Maundu marathi wega. Kuria kwa Itonyere no maragutwarithio wega. Good. Thank you. Chiko. Haya. Chiko. Geithia. Nuona kuu ndungitoria. Ugo coke mucie. Thank you. Tulia. Gutire. Chiko hatiri handu wako twari nawe mungikiri. Tuoka guku ecire na undige guku. Gutingihotekeka. Ugaruga tu gucoka ha. No tige kuhenio. Kimundu kiu gira kuhenagia ri. Kiu giatumire wone ta kwamenyeka no kiurari. Kiu tigana nakio. Kiu ni kimukora. Nanyitwa ndauga. Yes. Guti undu itoe. Na guti undu itonire. Guti undu itoe na guti undu itonire. Tulia happy. Hapa ukae hapo. Niene nigakuhe wira uria ukaruta thini wa thino. Warugarugia rugaruga ucoke ha. Kuri andu kuri ciana cia guku na ni kuri njangiri cia kundu kuriku. Njangiri no nginya cigwika atia? Ni ciguthi ciana cia guku ciuka atia? Cicoke. Iki uri ongi hari. Gari kubwa. Inua mkono tu. Si unaona watoto ni wa hapa. And this is why I decided I did a deliberate move. Kuvunja kila kitu. We start afresh. Because this church was preoccupied by thugs, thieves, con men and con women and prostitutes. MTDH tupu. Hani unakuja hapa yao unafikiria tu venye utararo na wewe. House unakuja kanisa umepaka we haka baguta mavaselini we haka lipstick we dhapa wega wanyoroka wega uka ushiri uka gutega shwari. Tulifika hapo aje? Nyumba ya Mungu na kuja kutafuta mwanaume. Si uende kwa bana Karomaido na wako na Koinange Street na wako. Mimi wakati nilikuwa natembea kwa siku hiyo nilikuwa naenda Koinange Street. Apostle ate Koinange Street. Unaijua Koinange Street? Ulikuwa naenda ulijulia wapi? Eto ndio ni makiwa Koinange Street ni jorue. Apostle ulikuwa naenda Koinange Street. Koinange Street nani alikwambia Koinange Street ni baya? No. Ulia awali yali. Niko maka. Amestuka kusikia apostle anaweza kwenda alijulia wapi ni baya. Kama simu moja wa huko. You must be lazima ukido amnya ni kiurure ni kwa sababu umewahi kukitumia. Si ndio? Halo. Roda ati apostle Koinange Street wamenyere kwa nejero.
gatheti-inĩ ũgĩthoma rũgano kĩrũ nĩ kĩwacaragia hau rũgano-inĩ rũu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna mtu mbaya. Hapana. Never. Nobody is bad. All of you. Ukiuliza Roda atakwambia nobody is bad. She was supposed to be a very bad woman. Hiyo Koinange wanasema hiyo hapo Florida tulikuwa tunakutanaga na yeye Florida. Usiniuliza tulikuwa tunafanya nini Florida. Si ndio? Ndio dia kule Rwebo. Yes, tulikuwa tunakutana Florida hapo kale kanyumba kale kwa juu. Yeye akidasi na musugu na mimi nikidasi na musugu yako. Muulize atakwambia ni ukweli. Now she is preaching. I am preaching. Wewe umekaa chini, wewe mzuri umekaa chini. You can see the irony of God. And this is how God operates. He does not operate with good people. He operates with bad people because he knows in them there is something good. Ni wewe ulitaka kumuua kwa sababu ulijua ako na calling. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Leo mmeboeka kidogo, ni kwa nini? Hamujamaliza likizo? Bado ya celebrating. Wakati walienda Geshagi kwao. Inua mkono. Wale walienda Geshagi kwao, mtu alienda kuona mzazi. Kwa wale wako na wazazi. Hawa wengine mlikaa Nairobi? Sowara. Ulikaa Nairobi? Dole kwanyu? Todo mami wanyu na fafa wanyu makwa mugoda na gwe ni wakuire. Ato? Na kwa mama yako na babako? Ungetafuta marafiki wawili watatu uende na wao. Mimi nilibeba marafiki wawili watatu wanne tukaenda Krismasi yote kwa sababu nililelewa nikifundishwa huko ndio nyumbani. Mama yangu hakuenda na shamba na baba yangu hakuenda na shamba. Hapo nitakuwa nikienda forever. As long as I'm alive nitakuwa nikienda. Naenda huko na celebrate venye tulikuwa tuna celebrate na ndugu zangu na marafiki zangu. That is how to maintain the legacy of your father. Your father had a legacy. Do you get me? Your mother had a legacy. And your father is a king. Your mother is a queen. And in that queen and the king, there is a kingdom. And the kingdom is run by the workers and the princes and princesses. You are the one to maintain the vision of your father. Kukufa kwa baba yako ni kuondoka ndio uendeleze. Sasa hiyo shamba ya baba yako na ya mama yako enda we develop. Umesikia? Enda we develop because he had a vision. Wewe ndio uliharibu vision yake. Na hiyo school fees ulikuwa unamuitisha. Kama ange maintain hiyo pesa yake, angetengeneza hata angekufa mapema. Wewe ndio uliua baba yako. Maana alizaa watoto 10 na wote kama sisi tulikuwa 20. Na sisi mtu hajasoma kabisa alifika form 4. Now you can imagine. Nikia bado ni shamba ya baba yangu na ni mimi niliharibu vision yake. Maana angekuwa na nyumba mzuri kuliko ile iko hapo. Na angekuwa na mang'ombe, angekuwa hai, maana angekuwa nakula vitu zake polepole. Lakini mimi ndio niliharibu starehe zake. Although mimi sikuwa nimemwambia nilete duniani, lakini nilimharibia. So whatever that he had, the intention he had, I have to maintain it. I have to niinue iende zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio generations to come they find a place to go. Wewe mwenyewe ulikuta baba yako, si ndio? Ako na shamba. Hiyo shamba alitoa wapi? Most probably ni inheritance. Hata kama si inheritance, alipata pesa ya baba yake ndiye alimsaidia kununua hiyo shamba. Ama sio? Yes, akaendeleza vision ya baba yake. Sasa wewe unataka kuniambia udoko shoka godi todo iwadigwa? Ditheba gakuona goko. Wakoro Geshagi na kumare uthie muci wako kwena mugoda waje kulima. Tumana kulimo. Mimi sasa nimetumana nyumbani, trakta saa hii inalima. Naweka viazi na venye mama yangu alikuwa analima, italimwa. Na kutakaa ni kama ako. Because that is the vision of my father. Hallelujah. And you become successful because of the ground you lay. Because there is already a ground that was laid for you. Kuna ground ilitengenezwa yako.
na hiyo ground ilikuta ni baba yako alikutengenezea. That is why they become a springboard yako ndio uende hapo juu, because you cannot be successful from a place where there is no a springboard. A springboard is that blood of your father inakuinua unaenda high above. Na hiyo shiko ushoke joro, wende baka uko joro, wende ulime alafu kuje sasa kuna uko konera kemudu kia joro, wende ugena mudu wako kwa town, wende mudu anako weta kwa tia madito kwenu Nyandarua tena na joro, alafu digira wakuwe joro gonde look for the digira there. Asante sana, asante my friend. Niko gaidia do upatie huyu mjamani wa kwetu nyumbani, anatafuta kiti ya Kajura lakini amekuja kutafuta Nairobi badala atafute Moro. Hapa ndio safari na asaga. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Unajua sijasoma Biblia sana. Buju kuja hapa. Na ndire muhigiru muno na kirikaniro. Niko hapa katikati. Yaani ninaelewa kidogo. Na ninajua kusema amen. Tunasema ni kufanya nini? Ni kudhibitisha hayo maneno. Si ni kweli? Kwa hivyo tuseme amen kubwa, hata shetani akiwa mahali yako atetemeke. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapo ninajua shetani sasa amekuwa na wasiwasi. Nichukue nafasi hii nishukuru sana kanisa na aposto kwa sababu ya kunikaribisha hapa. Mimi ni wako Gishagi huko Molo. Mnasikia huko Molo? Mimi ni wa huko, ward inaitwa Aturi. Na huyu aposto ni rafiki yangu sana. Sasa wakati unasikia alikuwa ameenda sikukuu, aliniita kama rafiki yake tukule kambuzi na yeye. Na wakati nilienda tuliongea maneno mingi sana. Lakini mimi sikumwambia nitakuja kanisani. Lakini nikakaa nikasema aje sasa mimi aposto aliniambia anahubiri huko Nairobi. Mimi by the way ni wa kanisa la PCA. Na mimi ni neo mato ikile kiodo kile. Nitasema unajua ni hapo ninaenda, si ni kweli? Sasa nikasema mimi nitakuja ili nione mahali aposto anafanya nini. Na actually nimekuwa nikimfuata YouTube sana. Hata nimemwambia. Na you are doing great. You are doing great. Na agikoro wiko ngai hayago niko. Kama kuna mahali Mungu anaabudiwa ni wapi? Ni hapa. Ni hapa. Actually mimi naweza wa promise ya kwamba all the time wakati nitakuwa Nairobi, kwa sababu ninajua nitakuwa na mikutano mingi hapa karibu na Nairobi, nitakuwa nikijaribu kuifix on Sunday, ninakuja tunaabudu na nyinyi, nakuja tunasifu na nyinyi. Jinsi ambavyo apostle wamesema kule kwetu Tuli, ward ya Tuli, mimi nimesimama kiti cha MCA. Na ninajua Mwenyezi Mungu tayari amefanya kazi yake. Kuna watu tunaongea nao ili tuweze kutengeneza maeneo yetu. Na unajua apostle nasikia ati ukienda mahali mbali na kwenyu usiambie ati watu unaomba kura. Mimi nitawaambia kwa sababu nitawaachia hiyo na nyinyi muache wewe mkiniombea. Sasa nikikuja hapa next year mwezi wa 4 mwisho nitakuwa tayari nimechukua tiketi ya DCP. Nomination ya DCP. Nikikuja mwezi wa 9 nitakuwa MCA. Si bado nitakuwa wenyu. Kwa hivyo nitakuwa karibu na nyinyi na kila wakati nikiwa hapa Nairobi nitakuwa nikikuja tunaabudu na nyinyi na tunashiriki pamoja. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu awabariki, awatende mema. Mimi ninajua huyu apostle amenishikilia sana na ninajua atazidi kunishikilia. Ogwo niye nejo, kila mtu si anakuwa na historia. Yeye ako na historia, pia mimi niko na historia pia. Na historia zote situonagia guthoga mbere. Kana situhea mwihoko wake. Mwenyezi Mungu awabariki. Asante. Asante sana Mr. Nikarinde. Karide. You are my project. Thank you. Ukisikia nimekwambia you are my project. Yes, I will make you my project. And I will make sure you umepata kiti. So unajua huko mimi ndio usema huko. Yes. Mimi sijaifanyia mtu mwingine campaign.
ya huko nyumbani, lakini ya huko. I have several people ambao wamekuwa ni ma-MP. Hata Uhuru ni mimi nilimfanyia kampeni mpaka akasimama. Unajua hivyo. Na I know God will do something. Na Mungu atakubariki. Asante. Thank you. So we are looking at something that is called, also there is this gentleman. Muthe, kuja. Muthuri uyu ri ndenda tumuteithie tumuhoere kinya ndikane kiongo giake kiagire kana roho wake niki kiega ni kiongo kiagire kana roho wagire tondu no ni ndungata ya Ngai no arutaga wira handu njuge kana ni kuona to gucamba tutikugwetaniha ndenda tugwete giko no anyita tondu ndenda gugukura giko-ini kiu muno ni ndungata ya Ngai no hari arutaga wira akerwo arute haha umuthi kana akerwo arute haha rucio harerwo arute rucio ri ni hakuiya athia kaiye gitonge we aiye nanyita tondu ucio niguo wira marutaga ni ndenda gukurugamia wira ucio thaici uriage muhuko wakwa eha mutumia waku tikanie kumena uka tabeto igwithanirie haha ni ndukamene ni kwenda kurugamia utungata waku nginya urugame rugama haha une muthuri waku wa fiu wa true wena ma deda terere dedo wero yarutaga dedo timwega no etimwega. Yes. Thank you. Ugo ndio roi. Uri wa mukania. Umeweka tasa ama unaogopa mangoto? Ama ulikuwa unasema nitamkatasa tukule nini? Ongea tu. Nduragenagia. Uri wa uhoera atigane naguo. Ugo ni uramuvutire. Sasa nikugwethera uri ogwika guku kanitha-ini na kawira ukenda kuruta any job unaweza taka kufanya kabiashara ama kakitu. Ningetaka kutafuta watu wawili watatu hapa tusimame na wewe. Lakini for the time being mpaka ukae vizuri utakula mfuko yako. Si ndio? Mshahara ilikuwa pesa ngapi huko? 9,000. Gai. Ulisiki maisha makusho kio heo 9,000. Wewe nikio rali nikimuriaga. Nyumba muri haga rent ya basic 3,500. Sigatikara 6,500. Fair uri haga 45 55 fair uri haga Fair irali ni 500. Wakati nimekuja huku nilikuwa nakaa huko nakuja weekend. Unatumia pesa ngapi? 500. Yeah. Mama alikuwa hapa ama alikuwa hapa? Sasa unakuja kumuona weekend. Yeah. Unatumia pesa ngapi? Almost 700 tukikuja hadi church. Kuja kuona mama na kurudi kazi. Vijana kanisa. Ni 500. Yeah. Anabaki na 35. Ndio sasa ulikuwa naachia huyu chakula. Nikio hejete huko. Eda mutafute kitu mnaweza kufanya. Most probably ya online. Si mnajua mnaweza kwenda Gikoba. Uchague kamera. Kitu ya online. Kitu unaweza kutumia simu yako badala ya kukua kwa TikTok. Unakuwa ukiuza wakati hauna kazi unafanya unakuja kuosha hii kanisa. Nuri hota guthabia. Mukagwa thabagie kwa kunyumba na wewe ukaguthabia guko. Ndio kugumereria guo. Thank you. No kwenda turugame na wira wa mutu
Mtu mmoja anataka kunisaidia, tumsaidia, tumfungulie kazi. Inua mkono juu. Your donation, a small donation you can give. Gapi? Utatoa gapi? Simama juu. Simama tu. Pesa gapi utatoa? 10,000. Na wewe? Yeah? Yeah? 2,000. Nani mwingine? 5,000. Nani mwingine? 1,000. Nani mwingine? 2,000. Wale watu wamepledge, simama juu ndio tuwaone, msianze kupiga kona hapa. Hapa hakuna hata mmoja. Daktari, tuteithirie mwana toyo. Yeah? Giri. Thank you. Pigia professor makofi. Yes, mmesimama. Ian, uokote hiyo pesa yote. Ni wewe Ian. Uokote hiyo pesa yote ujue. Wewe simama. Huyu ako nyuma yako. Nani mwingine? Na huyu, na huyu, na huyu, na daktari, na mimi ukujie yangu 10,000. Maisha ni magera. Riu wathikire no tumikire kanitha niguo kigongona giaku kirugame. Yes, thank you. You may be seated. Nataka, I said we must work, si ndio? We must work. Kama wewe ni idler ndani ya hii kanisa, uhame. This year I'm not tolerating any nonsense. Hallelujah. If you don't have something you are doing in the church and even you are not working, wewe utafute kazi, tutakusaidia. We will push you to get something. Kuna wale watu wa kuajiriwa, kuna mtu hata ukimpatia milioni moja afanye biashara, hawezi, itaaguka tu. Na kuna watu wa kuajiriwa na kuna watu wa biashara. If you are for the business, we are going to support you. Kama ni employment, tuko na Mfalme wa Amani Foundation. It is looking for businesses employment for watu. Mnaelewa? So submit your name, submit your CV, submit whatever that you have. Ujiandikishe kwenye ile desk, ukuje kesho ujiandikishe kwenye ile desk. Uache CV yako, ID yako, namba yako ya simu. Tukipata kazi, unasema kazi ile unataka. Kama ni ya mjengo hiyo, kuna wale ambao hawataki kuchagua. Unasema kazi yoyote, andika tu jina, kazi yoyote. Tukipata kwa mjengo, ninaambia marafiki wangu ni constructor, unapata kazi immediately. Nimeanza kusaini contract na ma contractors huko na pale. Wale watu wako na makabuni. Ndio tuna train watu hapa, tunawapatia labor. We have a foundation ambayo itakuwa ikitrain watu, alafu tunawapatia na masoja, ma house girl, manini zote hiyo kazi. Just register there. Tumeelewana? So nisiwahi kusikia kanisa hii kuna mtu mwenye hana kazi. Ati unakuja kuomba fare, ati tadoranya nogo mwale wa itha itu. Anakoria gwa Ngai ari ogiteine. Ngai ucio wa giteine ukiria thina. Guku tutiramwenda. Ngai ucio wa gikorwo giteine ukirarira. Guku ndagakorwo kundu kuriku. Ndamuona guku ngumuhura njuguma cia mutwe. I want a working system. Everybody is working. Everybody is doing something. Hata hawa wazee ni moigwa thuri guku mutigo ikara ha muke muikare thi oro uguo ni ndenda kumenya mwekaga ati atumia matumaga ciondo meko mucoke ciondo-ini ciaku cianyu kuma Tuesday ndimukore hare ciondo-ini ndia kunjira kure watumaga kuma Tuesday mucoke ciondo-ini cianyu ni moigwa na ni watho ni mwaremo ni guka ha guku mutigokage Goko direda mundu wa wikara goko thi mundu tari wira. We cannot be there. I am there. I am here as your spiritual father to help you to stand. Sio kuja tu nikuambia Yesu ni Bwana tunaenda biguni. Biguni gani hapa? Uradhi kwa kati ya matu igoro inangaragu. Unaenda kupelekea watu shida huko biguni. Unatoa ujiga ya kuomba huku unapeleka kule biguni. Unakuta watu kila mtu ako na starehe. Si ulisikia ule muibaji aliiba akasema jakera kanyumba kona ine ko igoro. Eruruinde kia mute wa moyo hatage kwegitira. Mundu wako akirwo kakona ine ikari. Kopa urathi kopa udiene wekati. Unaenda kufanya kwa mwenyewe nini? Kila mtu ako na plot yake, huyo kwanza ameomba ya kona. Kona plot. Huyo aliomba kona plot. Huko jakera kanyumba kona ine ko igoro. Keruruine kia muti wa moyo
hotage kwigitira ate hari arionaga muombaji agioka pale anaangalia naona uria ni anioka kuhoya mbeca oga kunjiro ya Ngai wake ari giteini na ngaragu. No, we don't want that. Please be innovative. Kama una biashara unataka tukusaidie, tutakusaidia hata kimawazo. Ukuje kwa Mfalme wa Amani Foundation kimawazo, kuna watu wako huko watakusaidia how to develop a business. Hallelujah. How to develop what? A business. Kama unataka kutravel nje, we have that desk, itakuadvise what to do. Kama unataka kufanya whatever that you want to do, now we have a full-fledged office iko Karen, na nimeipeleka kwa wadosi. Hallelujah. Utakuja unapata barua hapa ya kukutuma Karen. Usiende Karen, utashikwa huko na masoja. Unajua kuna wengine wako na shida, huyo kusikia watu wa shida. Sasa ukienda na hiyo shida yako umebeba bagi kama hii, hata unaenda Karen. Hapana. Upate barua hapa ndio wanapigiwa simu, unaenda huko na appointment. Wanaelezwa, wanaambiwa Magdalene anakuja kesho saa 4 and the appointment, this is the reason she is coming. Are you getting me? So that innovations, utapata advices, technical advices, business advices na kila kitu ambayo unahitaji huko. Lakini unakuja pale kuna desk, utakuta mtu msichana anaitwa Shiro. Unamuexplainia, utakuta huyu Grace na wale watakuwa hapo. Unawaexplainia fast. Maana kuna masubua wataenda kuanza kuomba pesa kule. Usikuje kuomba pesa, ni useme unataka what, ni nini unatakaga, lakini inakataa kuingia. Unajua kuna watu wanakuwa na idea, lakini to connect the idea and the money inakuwa ni shida. To connect the idea ili yako nayo, kuitransfer ikue kitu, unakuta hiyo kitu inakuwa ngumu sana. But if I can give you an advice, because there are people that were made, tulijengwa. Kuna watu walijengwa wakiwa ma-investor kama mimi. Nilijengwa nikiwa investor from the word go. Before I was born, I was an investor, and that is why I invest a lot. Mimi nikiwa chokora pale Mweki, pale huko teremka Mweki, kuna mahali panaitwa Maguo. Uliza wewe ulikuja huko Maguo? Ndio kile. Huko Maguo huko chini karibu na kwa Kenyatta huko chini. Kuna mahali kuna demu kubwa huko. Hapo ndio nilikuwa nimejenga nyumba ya carton ya 2 bedroom. Mabati ilikuwa na karatasi ya nylon, upande ni carton, alafu iko ni 2 bedroom, na nilikuwa na sitting room hapo. Na am I not an investor? Nilionyesha dalili nitakuja kuwa tajiri. Sasa hizi I am a proud owner ya bedroom 12. Bedroom, si sitting room, si prayer room, bedroom peke yake 12. Niulize ni za nini? Yeah? Kwani ni yagu. Yes, ni yagu. Ni ya nani? Sema ni ya nani? Yes, thank you. Yeah. I nilishow interest za kuwa investor while I was a chokora. Mimi wakati nilikuja hapo Dadora, nikaanzisha Dadora dumping site. Tuka control gari yote ya Nairobi ya kumwaga takataka ilikuwa inakuja kumwaga hapo. Inanipatia shilingi ngapi? 100. I was a rich man na kigunia na glue. I was a rich man. Kutoka hapo ndio Rasta Wanogo na Rasta na Madheri wakakuja, maana hawakuwa na mahali pa kuweka buduki. Nikaambia nitakuwa nikiwafichia huko buduki huko kwa dumping site. Zinakaa huko. Huko hakuna polisi akikanyaga, maana hiyo ni territory captured. Na nikakuwa nikiwawekea, wakiiba pesa walikuwa nakuja hapo dumping site, wanagawanyia hapo. Na mahali kuna gawanyua pesa, kuna hesabu yako kama mtu. Mnanielewa? Lakini kuna hesabu yako kama nani? Kama mlikuwa 5, ile venue mnaenda kugawanyia pesa inahesabiwa ni mtu. Sasa mnakuwa 6. Sasa kama wanagawanya milioni 5 ama milioni 10, ile mgao utagawiwa kila mtu. Hata mimi nilikuwa nagawiwa. So you see, I invested on the dump site. Pesa zikajirete huko. Na hapo ndio tulikuwa tunapata chakula mzuri. Maana chakula ilikuwa inatoka nini? Ruda. Ingine inatoka Muthaiga. Ingine inatoka wapi? Nakuja kutupa huko. Unajua watu wa Ruda wanakulaka kidogo. Wanatupa hiyo ingine. Alafu wanatupa pamoja na mavi ya mtoto. Sasa tulikuwa tunakata mavi ya mtoto, inatoka, chakula inabaki, tunakula. Yes. Na tunaishi mpaka saa hii. Unaniona niko gagari hapa. Niko strong.
Nje na maima kutokeheria tukatinia tukaheria tukalia irio citu. And we are strong. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutoka hapo nika develop idea, nikakamata matatu zote za Nairobi, zote. Sema matatu zote. Unanunua gari milioni yako 7 ukileta kwa barabara unakuta dola waroige mwenye barabara. Ninakwambia wekelea gari hapa. Wewe eda. Unataka pesa gapi jioni? 9,000. Tupatie account yako. Ikifika saa 9 jioni, pesa yako 9,000 zitakuwa zimewekwa. Lakini dereva ni wangu, makaka ni wangu, na uli chini ni wangu. Ninatafutia watu wangapi kazi? Nimetafutia watu 3 kazi. Na wewe mwenye gari, nimekutafutia pesa yako cash. Hakuna kustrago. Mambo ya polisi, mambo ya nini, mimi ndio nitasort out. Nambia ulisa huyu mama si alikuwa na matatu? Huyu mama. Kwani tulijiwania naye wapi? Tulijiwania naye in 2 places. 2 crucial places. Huyu alileta kiperepere mang'ati akasema nie gari yako nie mwoge kidogo hutia gari yako. Sasa tukamwambia sasa chukua gari weka kwa kibeti utembeage nayo. Na akafikiria ni mchezo, gari yake tukaichukua tukaificha wiki ngapi? Tukamwambia akasema nitaenda polisi, nikampatia namba ya Kome. Comedy alikuwa mkubwa wa polisi provincial. Nikamwambia mpigie na akampigia. Akamwambia usiniambie mambo ya Waruike. Wewe ulijipeleka. Maana Kome alikuwa anakula mfuko yangu. Na mapolisi wote walikuwa wanakula mfuko ya nani? Yangu. Sasa ukienda kuripoti na kuambia hata wewe ulijaribu. Huyo mtu hujui ni nani? Sasa polisi akikwambia huyo mtu hujui ni nani, what do you do? Unasalenda. Mama alituletea gari zake 3. Akatambia manage. Tukamuuliza kwa gari moja nataka pesa gapi? Akatwambia 8,000. Ni 8? 4. Yeah. Na by saa 9 enda kwa account. Alikuwa nakuta shilingi yake 4,000 kwa account. Na sasa sisi tunapata yetu. Tulikuwa tunatengeneza, of course tulikuwa tunatengeneza pesa mingi kuliko yeye. Lakini yako ile ulisema unataka utaipata genuinely na hakuna deductions. Na gari yako protected, na makanika ni mimi bado na provide. Sio upeleke kwa makanika yako, ni makanika wangu ameba aende atagaidi. Ndio uliona nilikuwa popular. I created jobs. Hallelujah. I created jobs. Nikatengenezea makanika kazi. Nikatengenezea makaka wa ule wa kulipa ule wa kwenda gari 3 wamebaki na yeye Edi huyo. Na yeye tukamtengenezea kazi. Makaka wa kwenda na gari kazi. Kamagera ungekuwa Kamagera kama huwezi meba, lazima ukue meba ndio ukue Kamagera. Kazi. Sasa wao watu wote 7 unawatengenezea kwa gari moja na wanashiba. Walikuwa napata 1,000 per day. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukaenda hapa Mathare. Wangapi walikuwa Mathare those days? Watu wa Mathare those days. Mtikete kumenya kana mumeta Mathare. Inyo mutiri ya Mathare athuria atumia ya mutiri ya Mathare. Yari ya Mathare. Tukaweka kila mlango. Every door in Mathare. Mathare 4A, Mathare wote zote. Karatasi ya takataka. Unaweka takataka hapo kila mlango na tunakuja tunachukua 20 bob kwa kila mlango. Kama tukikuta hakuna takataka, wewe ujifanye takataka ukae hapo. Na utupatie 20 bob. In one day tulikuwa tunaokota hiyo Mathare yote. Tulikuwa tunakota 350,000 shillings one day. Kwa matatu tulikuwa tunaokota kitu 500,000. Tukarudi hapo tukaambia Kenya Power ondokeni. Tusije mtu muokoje pesa yenu huko. Tuka tap stima za Kenya Power, tukaekea watu na mita zetu. Kenya Power tunawalipa. Tukakata maji ya Kajo, tukaweka mita zetu tunapatia watu. And people became rich. Tukakuja hapa town tukafukuza Waidi, nyumba tukakatakata zikakuwa stalls. Msiende kujaribu hivyo. It requires a person called for that kind of an operation. Bwana Yesu asifiwe sana. But we created jobs. Whether it was illegal or legal, we created what? Jobs. And the people, saizi wale unaona saizi wana drive magari hapa, they were all Mogeke members and they are rich. Wewe na uzuri wako, you are very poor. Huyu mama tulimtengenezea mpaka kaweza kununua plot. Huyu ile mahali anaishi ni kwa sababu hiyo pesa tulikuwa tunampatia. Yeah. We managed haka, stress zikamuisha na akaenda akapumzika vizuri. Na akaishi na doa yake mzuri. Unaona mama venye amenyoroka sasa hivi. Ni mama mwega. And this is what I want. Now we want to do. Hatutafanya na hiyo jia. Hiyo jia tumutapigwa. Mimi siwezi kupigika. Mimi nitawapiga. Lakini sasa siwezi allow. I cannot allow you to go that way. We have the brains now, we can do better. Si ndio? We can do what?
So if you have an idea, na sio idea ya ujinga, you'll be vetted here first before you go to the office. Tusikia idea yako. Tukisikia is idea that is viable, we are going to invest in it. Baka usimame. Bwana Yesu asifiwe sana. By December, by January, a day like this one, next year, nitataka kutangaza kusimamisha hapa millionaires made from this room. Are you getting me? I want to announce millionaires made from where? Mimi si preacher. Mwende mtafute wale wa kuhubiriwa, mwende mtafute preacher wa kuwahubiria. Bwana anaenda kutenda, si Bwana. Sasa tunatenda. Bwana awekelee mkono. Sawa? Hiyo Bwana anaenda kutenda, tumejaribu. Simu umejaribu na amekataa kutenda. Sasa sisi tutende, Bwana awekelee nini? Mkono. That is how it is supposed to be done. Paulo wakati alikuwa kihubiri, alikuwa na nini? Anafanya kazi. Usikuja hapa kuniambia ati I'm a full time minister. Mimi ni full time minister. Kwa hivyo no, hata nyinyi praise and worship team. Umenielewa? Kutoka leo nataka idea ya kazi hiyo nafanya. Hapa sitaki idora. Ati mimi ni muibaji. Nimejihodha hapo. Hiyo kujihodha ndio jihodha kwa mtu mwingine. Iwe hodera na kuubere. Deda kumenya ureka ati I want to see have a worship team. Ati parking, unapiga simu, unapiga nani atakuwa kutupakia magari, si nyinyi, ni wale wa huko nje. Unapiga simu, niwekee parking. Unapaki unakuja kuworship. Unapaki unakuja kuasha. Unapaki unakuja kuosha kanisa. Noti ado mathire ginya mathia gogo ne thina. Thire go ne thina tondu ginya kirato neke ina mieri yake ina mia mwendo negetha kihota ku balance. No way. No, I cannot walk with you. Are you getting me? I am not going to walk with you. I cannot walk with you. I will never walk with you. If you are not going to change, walk out. Endeni kule mnabebelesagwa. Endeni kule mnapokeaka muujiza. Mungu hakuna mahali kumeandikwa kwenye Biblia ati nitakupatia muujiza. He says, I will bless the work of your hands. It is the hands that are blessed. Umenielewa? Ni mwajigwa kanini? Haha doka noke woka kanitha te ukage kanitha ati woka kuigwa kiugo na gutire kindu ura participate. Ushone kiodo. Zile viodo zingine ziko pale. Na tumeuza zimepata mnunuzi. Mushone viodo. I want to see wazee. Nike mwagire. Ate goka na gari. Oka magoro. Dohoro. Warigie kuhoro muiretu ni ruo kuhoro. Warigie kuhoro muiretu ni higo kuhoro. Wacha hiyo story. Wamama wote. Maito. Wewe ndio utasimamia hiyo kazi. Naigwa muthe, utorekererie mutumia uyu. Ndete otida othia kumukomanya bachaumako. Ona cia kuhitire haria. Yes. When urugamirira atumia cio gikundi kiu giothe macokaniririe. Muteithanagie ni ugukoma atumia aya. Ndakuhe wiro cio ni ugukoma kana ni ukakungia hari. Na uko rungu rwa grace. Gunegere. Yes or no? Okay. No uko rungu rwa grace. Tukanoke office yako kujira ngake. When we urugamire department ciondo na tusharie market yeku kwenda market. Mimi naenda UK, ninaenda nataka kuna mtu amenitisha viodo 1000. Bwana siwe sana. Kutoka hapo naenda US. Na kuna viodo zinatakikana. Na sio hiyo tu, we can market them all over. Wamama hawa wakuwe employed. Nobody is not employable. Everybody is employable. Hello? Umesikia Buju? Kuja utusalimie. Aka nika first born. Unakajua? Na nike wa hunyo koguo. Mbona unatembea ni kama umego tena angalia itiruza ni nini? Dole wati gametu gweno. Bagi ijatoka kabisa. Ilitoka kabisa. Basalimie basi. Praise God church. Praise God again. Wangapi wananijua? Wale wanajua Buju. Namshukuru Mungu kwa kuwa amekuwa mwaminifu kwa kunikomboa na hata kwa kunirudisha katika huduma yake. Cha muhimu ni kumshukuru.
amekuwa mwaminifu tangia Januari 2025. Amekuwa mlinzi na amekuwa kunipigania vita. Namshukuru sana, mbarikiwe. Asante. Mpigieni makofi. Yeah, na uingie urudi hapo. Kwa waimbi. Yeah, hiyo ndio huduma yako. Sawa sawa. Ukifanya kazi unakuja tafuta, you create space for serving God. Always remember Mungu. Unajua ukikuja, wakati ulikuja ulikuwa na kanywele kamekaa hapi. Si unakakumbuka kale kanywele kalikuwa ka brown, karasta ka brown na bagi. Na Mungu amekujalia. We are growing strong. I like giving testimony of such people because I can see what God can be able to do. Nilikuanga kama wao, nilikuwa chokora, nilikula kwa mapipa, nimeenda jela, nimefanya kila kitu, nimefanya wizi wa kila aina. Lakini huyu Mungu bado aliendelea kunipenda na amenifikisha hapo. Na sasa huyo mtu aliyekuwa mbaya, mwizi mbaya, ndio huyo bado anazungumzia nyinyi akiwaambia mkue wazu. Sasa na shidu akagaya dimaga ate tondu ni dress rege ni nywega. Riu ni arajira ndimwire mucenjie riu karigwa ati kaguthiaga ate. Na imagine kitu kiu ni joy kaide guku de kimundu kiuru. Na riu aya othe maikarite ha matumirwo ni kaide mere magaruruke. You can imagine, Kathy. How does God operate? He operates in a strange way. The person who was supposed to sit down to be taught by you, it is the one who teaching the people who are supposed to be taught to teach. But that is good. Ambia mwenzako, be strategic in 2026. Ndio kwa maana nimeleta hiyo story zote because I want to be strategic. Bwana Yesu asifiwe sana. I would just want to be strategic. I want to plan. I want to be organized. I want to become. I want to achieve the goals. Nimeandika 9-point program that I have to achieve by January, the first week of January. I will bring my scorecard hapa niwaambie. This is what I've done. Because I want to be there positioned, strategically positioned to become what God created me for. There is nobody that was created here for just nothing. Hatukuubwa just tukae hivyo. We were created with a reason. In the book of Genesis chapter number 1 verse number 26, 27 and 28, the Bible says, na nitumutengeneze mtu aliye kama sisi. Hallelujah. So we were created in the image of God, in the character of God, in the reasoning of God, in the plan of God. We were created. So we are not here vaguely. We are not here just because we are existing. You are here because you are a plan. You are a strategic plan of God. You are an intention of God. You are a reason of God. Therefore, you have to be that reason and be productive according to the reason. In verse number 27, nasema, and God asked them to be fruitful and multiply. Praise be the name of God. To be fruitful, na ukwe nini? And God created man in his image, in his own image. In the image of God created he him. Male and female created he them. In verse number 28, the Bible says, and God blessed them. Hallelujah. He not only that he created, he blessed. So you are not an ordinary person. You are not just an ordinary folk ambaye anafaa kuexist here and there. No, you are a plan of God. You are strategically built in the character of God, in the reasoning of God, in the decisions of God. So you are not just an ordinary animal. Wewe si mnyama. Wewe ni kiumbe ambacho kimechukua character, the face, and the reasoning of God. So you are supposed to behave like him. And the Bible says, and then says, and he blessed them. Just from the word go, Mungu aliachilia baraka kwako. You are not just that way. Hauko peke yake. You are covered by a spirit of God, a spirit called blessing. Bwana Yesu asifiwe sana. Then he says, he continues to say, and God said unto them, hallelujah. And can you repeat after me? And God said unto them, stop. And God said unto me, be fruitful and multiply. What did he say?
So what did he transform you to become? No. He never transformed you to be fruitful. He transformed you to be a seed. Hallelujah. He made you a seed. That today I have made you a seed. So germinate. Be fruitful. So germinate. And produce more. And become powerful. And then be fruitful. And not only be a seed. You are one seed. Then be productive. So that you produce more seeds. That demo ya bebe. Yare kiyode. Erutaka bebe sigana. More than 100. More than 200. That demo ya bosho. Erutaka more than 200. That is what he's saying. Be fruitful. He turned you to become a fruit. So that once you are planted, you become more. You become productive. You become something that is more generated. Hallelujah. Then be fruitful and multiply and replenish the earth. Fill the earth. Replenish. Make the earth become productive. Make the earth become powerful. Make the earth become that which God wanted you to become. He gave you a responsibility now. I have done my work. Continue with the work. I have done it. Nimekuanzilisha. Nimeanzisha kampuni. That is why I'm saying I am going to give you a seed. And the seed is making you become a fruit. And once you become a fruit, you become fruitful. And you replenish. That is what God said. When he said, and God blessed them. He blessed them and made them to become. Made them to become something that is going to produce. Because he produced you as one. Then he allowed you to continue with the process. So if you don't have food here, if you are not eating, it is because you don't want to eat. It is because you are just an idle person. It's because you want to be just lazy. It's because you are just confused. Yani wewe unakaa tu hapa, haujielewi, hauelewi, unaenda wapi, unatoka wapi, unakwenda wapi. Yani you are just there. No. The Bible says, tufukulie tu hapo, usifuge. And be fruitful and multiply and replenish the earth. And so God knew this earth will resist. This earth will try to fight you. God knew this earth because he created the earth first before you. Hallelujah. So the earth is much superior than you. The earth is much controlling than you. Because that is why you find, he says, because he knows earth itakuwa na maligo. Maana earth inajua ni yeye ilikutengeneza. Wewe ni material ya earth. Earth itajaribu kukataa na wewe. Akaiambia namna gani? Akakuambia, because you are carrying my blessing, subdue it. How? What is subdue? To just subdue it. Make it be under your feet. Hello? Once you subdue the earth, it will give you. But when you don't force the earth down, the earth will never give you. Itakataa na vitu. Bwana Yesu asifiwe sana. That is why in Genesis, in the book of Jeremiah 22, the Bible says, Jeremiah tells the earth, O earth, O earth, O earth, hear the word of the Lord. You speak to your soil. If your business is not doing well, speak to your soil. Speak to your earth. Because you need to subdue it. You need to invoke the power of God. Umuite Mungu akuja akusturie dunia. Maana hii dunia inaweza kukunyima. Hii dunia inaweza kusema itakutesa. Nyinyi wengi hapa nikiangalia mumeteseka. Mumeteswa na hii dunia mpaka sura zenu zimekaa kama zinabodeka. Haleluya. Na hapo mnafikiria ni ile wimbo mliimba, niubie moyo mpya. Moyo wa kubodeka. Si kubodeka, ni kubodwa, umebodwa. Ndio umekaa ni kama lori ya kubeba makaa. Kwa sababu dunia ulikataa kusabudiu. Ulikataa kunyamazisha dunia. Maana dunia ni kubwa kukuliko. Earth is bigger than you. Earth was created earlier than you. Earth is older than you. So earth has more power than you. That is why ukicheza inakumeza na unakaa uko ndani. Teli oshoke teli. Mohu oshoke mohu. Lakini mohu inatokeaga wapi? Yeah? Hapana, tukizika mtu. Teli oshoke teli. Mohu oshoke ke. Muhue hahau. Katabe za kushinu. No, timehia. So, lazima usubdue. Lazima. Na kusubdue the earth, you go back and God blessed man. Hallelujah. And you discover that I am a blessed man. I have the power of God. Because I was made in the character,
in the image, in the likeness of God. So I have the power to subdue the earth, to speak to it and tell it, I am superior than you. I may have come from you, but I was given the power. The controlling power from heaven was donated to me, not you, soil. So that is why God is in the beginning of everything. He is asking man, subdue. Kanyaga dunia, uikalie maana mimi najua dunia ni mang'aa. Mungu alisema, Mungu alijua dunia ni nini? Ni mang'aa. Kwa hivyo akampatia binadamu power ya kusubdue. Akanyage, ndio ukipita hivi, dunia inasema mkubwa amepita. Haleluya. Inapiga saruti. Na maana ndio unaambiwa kule Yeremia aliambia dunia, slide this man down. Akaiambia na ikayandika. In Jeremiah 22 verse 29. Write this man down. Na ikaandika, ikasikia Yeremia. Maana alisubdue, alimake you feel inferior. For you to win in this world, you must make your world inferior. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio inaitwa kusubdue. And alafu anaiambia na mnani, subdue it and have dominion. When you say have dominion, God is donating kingly anointing upon you. Hallelujah. Because dominion is to dominate. To dominate is a spirit that is coming from domination. Dominion. That is, we have a king and a dom. That's kingdom. King is the man, dom is dominion, the spirit that is in this man. Bwana Yesu asifiwe sana. So when you are given dominion, you are automatically made a king or a queen to rule over the earth. So you have the power to rule over the earth and have dominion. Dominate it. Let it yield according to your own plan. That he has given, alipatiana mamlaka yote, akapatiana kila kitu kutoka kwa mchanga akakupatia. Now this is the master key. This master key will help you to rule the world. This master key will help you to subdue the earth. This master key will help you to become progressive. This master will help you to become so wonderful. And this is why you see watu wa dunia wako na akili nyingi kutuliko wale ambao hawaendagi biguni. Na nataka nikuambie siku hii ya leo ya kwamba hawa watu wa dunia mnasemanga hawataenda biguni. Nyinyi ndio ni nyumu wako na mwedu shake shinu. Nyinyi ndio mtachomeka. Maana Mungu ataangalia ulitumia akili yako namna gani. Maana he told you, he gave you the blessings on the earth. Alikuachilia blessing, akakuachilia kila kitu na akakupatia instruction, akakupatia manual ya kukaa dunia hii. We have the manual that wewe be fruitful and then multiply, replenish and also subdue it and then have dominion. Hiyo ni nini? Hiyo ndio manual ya kukaa duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kama hauwezi kutumia manual, ni kumaanisha wewe kuna kitu inapukuka. Akasema namna gani? And then have dominion over the fish. Kwa hivyo the fish is under you. Akasema and it's a direct order. A direct instruction. Sio kitu ya kwenda kuimagine, sio kitu kinahitaji interpretation, ni kitu ambacho ni direct, kinaambiwa. Samaki zote, mandege za angani ni zote, na nini, mandege za angani, hata vitu vyote vilivyo katika dunia hivi ni vyako. Wewe vitawale. Mungu alikupatia the guarantee na akakupatia this is what you are going to become and this is how you are going to win this battle. He gave you the power and the capacity. Na hiyo kitu naonanga Wakristo nyinyi mnakaa tu hata Yesu aliyogete ile keleko. Mungu si wa wajika. Mungu ni wa watu ambao watatumia hii. Wajue manual, you have the manual. And how do you do it now? You go back. Hebu tuangalie mtu yule anatengeneza Coca-Cola. Coca-Cola ilitengenezwa ni soda moja. Whoever produced the two brothers walitengeneza soda gani? Moja. Hallelujah. Moja. Ndio tunasema be fruitful. They created a fruit called Coca-Cola, one Coca-Cola. Bwana Yesu asifiwe sana. Kisha wakafikiria tukitengeneza Coca-Cola ingine kutaenda namna gani? Wakatengeneza ya pili, wakatengeneza ya tatu, wakatengeneza ya nne, wakatengeneza ya tano, wakatengeneza ya sita. Dunia mzima iko na Coca-Cola. Uende Amerika Coca-Cola, ukuje Kenya Coca-Cola, uende Zimbabwe Coca-Cola, uende Egypt Coca-Cola, uende kwa Waarabu Coca-Cola, uende Israel Coca-Cola, uende Zimbabwe, unaenda kila mahali there is Coca-Cola. They became a fruit and then multiplied the fruit. Anakuambia tumia akili na hiyo akili uipanue. Mtu wa McDonald ni kamoja, kamukate kamoja alitengeneza, hakutengeneza mbili.
Alitengeneza moja kule Atlanta. Then mrafiki yake akakuja akaoja, akamwambia, "Oh, yummy, that's nice. It's good. Tasting nice." Wakatengeneza kengine, akamwambia, "Oh, yummy." Watoto wote wakakuja, "Oh, it's yummy." Wakatengeneza katatu, "Oh, yummy." Wakatengeneza kaine, kakaanza kutambaa, wakaanza kuitisha. They became fruitful. Walikuwa fruitful, kisha wakaanza kumultiply. Akatumia akili ya Biblia. Na wewe unasema hata enda biguni, ngo, utachomeka wewe. Niambie, utaenda kuambia Mungu ulikuwa unafanya nini duniani? Doli onaki. Tunangojea Mungu muujiza ufanyike. Hakuna muujiza utafanyika, muujiza ndio huu. Hallelujah. This is the muujiza. Wakoroduli kanyamo muthe. We haleluya utuka rutugu. Wagoshina. Because Mungu atakuja. Yesu akaambia kulikuwa na tajiri mmoja, akapatia mmoja, akapatia talanta ngapi? Kuna mmoja alipatiwa 5, mwingine akapatiwa 3, mwingine akapatiwa 1. Kisha akakuja akawauliza, "Yako ulifanya nayo nini?" What if hiyo ndio principle Mungu atatumia biguni ya kuuliza talanta yako ilitumika nini? Alafu wewe uwekwe hapa, wewe na akili zako, na wewe na akili zako, na wewe na akili zako, na mchaina akuja awekwe hapa na akili zake, na mtu mwingine muidi awekwe na akili zake. Ni ndani, who is likely to go to heaven? Yes. Mimi na kiherehere yangu hapa na kuhubiri na mahubiri mingi hapa venye mtaenda biguni. What ni nini niko nayo ambayo inaweza kunipeleka biguni? What can give me to go to heaven? Hii microphone ni ya nani? Ni ya mchaina. Hii mkeka ni ya nani? Hii kitu ni ya nani? Hii screen zote ni za nani? Speaker ni nani? Who is preaching here? Is it me or mchaina? So who is supposed to go to heaven? Hamna shida hapa. Twende biguni. Biguni ya nani? And you cannot even worship God with what you have produced. You are worshiping God with what you are saying ati watachomeka. Wachomekeaje? Na ndio wamefanya dunia imeokoka. Just tell me how mchaina atachomeka. Na ndio amefanya makrusedi zifanyike. Tell me. Just tell me how. Pulpit hapa yani najivunia na lika ati niko na kanisa mzuri. Hapa kuna Muafrika, hapa kuna kitu ya wacha Mkikuyu. Hapa kuna kitu ya Muafrika. Apart from nyinyi. Tia yeye mwikalete hahali. Hekido kia kirago chiria gai kia mudo muiru. Alafu can you be compared now with the Chinese? At Chinese atawachwa kichomeka ati wewe uende bikuni and there is nothing you contributed towards the preaching of the gospel. Guo ginyo wekerete ni ya Muchaina. Kirato kiwekerete ni ya Muchaina. Ginya mbaga ko makutha bilie ni Muchaina. Ginya jwere yaku ni Muchaina. Yani he has made you beautiful. He has beautified the work of God. Alafu wewe ati awachwe akichomeka wewe uende na tuli onaki unataka tangaza ngio wekerete Muchaina wadhima tuide wewe wadhima tuide ati Muchaina tukwa kihia wewe kwenda huko mutachomeka. If that is the principle that God is going to use, you are going, all Christians are going to burn. Christian, all of them. Hakuna watu wajika duniani kama wa Kristo. They are not innovative. They are not productive. They are not multiplying. Kidikelele tu hapa. Angalia kanisa zote za Kenya. Saa hizi kituko hapa. Wariki ndio huyu. Nganga ako hapa chini. Nganga huyo mwingine yako pale. Moiro wako pale. Kimani William wako. Zote tunapayuka venye tutaenda bikuni. Tunaenda bikuni na vitu za Wachina. Ati na Wachina watachomeka. Ati every knee shall bow down. Na Mungu akiconsider hii. Which knee will go bow down? No, I'm just talking to fellow Kenyans. Msinichukie sana. I'm just trying to be realistic. Na hiyo ndio mahubiri yangu. Na mmenisoea hivyo. Na mkubali tusoeane hapi. Nikuambiage ukweli, tuache upusi. I don't see how myself nitaingia bikuni. Na hakuna kitu hata moja nimetengeneza ya kufanya Mungu asifike. Hakuna. Nikukuja kuambia Bwana anasema utaenda baba ya riaka baba yekekekekekeke. Sasa hiyo mtoto wa Mchaina niko todivia afu ndio kutuma sharahani. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hiyo mtoto wa Mchaina anafundishwa kutengeneza gari. Sasa hiyo mtoto wa Mchaina anafundishwa Mjapanese anafundishwa kutengeneza robot ya kubeba vitu. Sasa naambia ati sasa nikwenda biguni. Just tell me ni Mungu gani mjika hivi atanikubalisha kule biguni with the noise I was making? Just
tell me. Be frank. Tusemesane leo. Na hiyo kelele yangu ni nini? Within reka yore kugetekera tutware. Na imagine adutani igana rimwe matware to kule iguru. Ati ni kwenda mnaenda biguni. Watu 100 kama sisi tukipelekwa biguni. Malaika wanauliza Mungu kakwa hetana. Nini baya? Haya nea. Hawa ni wanani? Bwana Yesu asifiwe sana. Na tunajiita tunaenda biguni. Tunajiita sisi ni watu wa maana sana. We are useless. If you are not productive like God has said, you are just hopeless and useless. Hakuna mahali unaenda. Na nikioga haraka radio niwe. Na ndio maana amekunyima mpaka hiyo chakula. Na suni anaenda kukufugia nyumba. Amekubariki, amekupatia baraka, amekupatia kila kitu, but you are not using the brain. He told you to multiply. Wale watu wametumia logic yake, wametumia mafundisho yake, ndio mnasema watachomeka lili. Mnataka kuniambia mwenye Coca-Cola atachomeka, maana he's not a Christian. He's not a Christian. Mwenye Coca-Cola, the two brothers, watachomeka. Na mwenye McDonald? Na mwenye kutengeneza gari? Agnes, mwenye kutengeneza gari atachomeka? Na mwenye kutengeneza nguo? Na wewe mwenye kuvaa? Unaona ukienda mahali, yani unavaa, hii ni madhabahu ya Mchina. Ama sio? Hii ni madhabahu ya nani? Ya Mchina. Hii ni madhabahu ya Mchina. Hata kale kadani ni madhabahu ya Mchina. Kiatu ni madhabahu ya Mchina. Alafu mimi hapa ninasimama kukemea Mchina, nimeshika microphone ya Mchina, hii ya Mchina, hii ya Mchina. TV natumia ni ya Mchina. Wimbo yote natumia ni ya Mchina. Kitu umekalia ni ya Mchina. Alafu nakemea wa China katika jina la Yesu Kristo. You are going to bow down. Who? Wewe na yeye nani atabow down? Do you have even a voice? You are carrying the altar of that man you are trying to condemn. Hata ile mafuta umejipaka, libu bambu hiyo umejipaka, kiatu hiyo umevaa, kucha zako zote zimerefuka, zimekaa za crocodile, zimekuwa refu, ni Mchina. You are carrying the altar ya huyo mtu nasema atachomeka. Leke kwere, prepare yourself, you are a logo. We mtu wa mutarako, eti mutarako, mutamayo. Utachoma wengine vizuri sana. Kama hiyo ndio logic, hii kama hiyo ndio system Mungu atatumia. Hii ya kiroho hapana, wachana na hiyo. Hiyo kwenye Biblia sijasikia, na nimesoma nimeangalia wakati wa Yesu, wakati wa kina Andrew, wakati wa Paulo, hakuna hiyo maneno. Pokea. Hiyo ni ogoroki. Hiyo ni weda wa simu. Na hiyo ni changaa iko kwa kichwa. Na banki. Bwana Yesu asifiwe sana. You must be strategic. You must have a good plan, because you are a masterpiece of a master planner. God produced you as a masterpiece. See, masterpiece to make kerere. See, master, he told you to beautify what he started. He told you to progress on where he left you. He told you to move on where he left you. He already set you an agenda. So follow the agenda to make it work. Sio kukuja hapa saa kanisa kila siku unakuja hapa unadhima limaka ya ndorobo sekindia riandada na baba boshika ya nama ria ya cho cha. Sasa mpaka inafika mpaka sauti sasa malaika wa mbinguni, najua Mungu hakujagi. Mungu anatumandaka nini? Malaika waende wakaangalie ni nini hiyo kelele ni ya nini. Alafu kwa maana uliomba mpaka sauti ikasema adini baba unadiria. Malaika akiteremka na kuja nasikia ni sauti ya nini? Ya puda. Maana malaika anakuja hapa kwa harufu, anasikiliza, anasikia ni puda kama 3 ama 1 zinapiga makelele. Anarudisha nyumbani kwa Mungu, anasema watu wa huko wako sawa, lakini puda ndio zina make noise. Sasa mara moja mvua inabionyesha nyasi imeo, unakuta mapuda zimeanza kuongezeka. Itula lianyuka kwa fuda ni shiaje kuongeleka. Todo maigu ya sauti ya puda. Sasa wakakuja wakabariki puda zikaongezeka.
Kuna mama mwingine hapa tu alikuwa kanisa hapa, alikuwa hapa. Nilimkuta ako na kuku mingi. Na mkoli ali ya koko nenyike ena koko cia kienyeji cihurete kuna nginya nyoni na ndutura ciothe ciaumire githaka. Tondu malaika akati alikuja alisikia ni kuku na nyoni na njiwa ndizo zilikateremshwa na chakula yao ikateremshwa. And this is how we are missing our players. This is how you are missing our destinies. Because we don't know even the noises you are making. You don't know how we are communicating with God. Because God is waiting for your clear instruction. Anakuambia andika. Write your vision with capital letters. Now, sasa wanakuta wanyama wanaongezeka kwa kichaka. Maana alisikia ni wanyama mpaka wamekuja kusubua watu. Wakarudishwa kwa kichaka. Wakaongezewa chakula huko kwa kichaka. Unakuta Waboseli ndio mvua inanyesha. Kwa nini? Maana ile sauti ulitoa ni ya wanyama wako Waboseli. In the name of God. In the name of going heaven. Abia mwenzako, you must be strategic now. You must know how to communicate with God. You must know that you have a platform from heaven. You have a reason for you to replenish. You have a reason for you to multiply. You have every material is given to you. Everything that you need kukua uko nayo. Lakini sasa nasida hapo kuibweka hapa ni kuomba naomba nini na vitu ziko. Mtu mwingine ananiambia tuombee chakula. Unaombea chakula na iko kwa meza. Swali. Nikiura hoya. Wena cio nikikiura hoya. Wa Kristo. Chakula iko kwa meza, ni nini unaomba? Na iko kwa meza. Uchakula, you give thanks after. You give thanks after using it. How can you give thanks? How can you give thanks? You have not eaten. Na ikimwagika utaambia Mungu imefanya nini? Where will the thank go? Shiba kwanza ndio useme Mungu nashukuru. Asante Baba kwa kunipatia chakula. Bwana Yesu asifiwe sana. You don't pray, you huwezi kuomba chakula. Unaomba asubuhi ukiamuka, you command your day. Hallelujah. You command your day in the morning. You command, unaambia Mungu, mahali popote nitaenda, nikutane na baraka zako, nikutane na watu wako, nikutane na mambo vizuri, nifaulu katika njia zangu zote. Baba, mahali nitaenda, the sun, unazungumuza na sun, unaambia the sun, I command you. Unaambia the star, I command you. Unaambia anga, I command you. Unaambia wanyama, I command you. Unaambia ndege za angani, I command you. You command them to behave in a manner that will please God. Hata kama itato hoya ilio utakuta nimekula obea zako. Obea zako. Sababu hiyo ni ujinga. Already it has been given to you. You should have commanded your day from the word go. Hallelujah. You command, because when God created the sun, wakati ni siku ya pili, he created what? The sun and the moon and the stars in the second day. Bwana Yesu asifiwe sana. Then he gave power to the sun to rule over the day. So who is the king of the day? Command him. Command the sun. Speak to the sun. Toka ije uogeleshe sun. Waambie wewe jua. Najua wewe ndio mtawala. Najua wewe na nimeenda kupada mahidi. Hii mahidi nimepada, usiichome. Umesikia? Umesikia jua? Yeah. Because you already you got the power over everything. You are told to subdue. You have the power over them. You need only to speak to them. Abia jua. Neda ali kohada. Na ilisha kwa itikana he. Neda umagara. Na ajoke na kanyamu. You command the sun. You don't just say, Baba, ninakuomba. Yeke. Baba, ya ya. Baba, 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 baba. Ya 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 ya. Ooh, ya. Osho nyogoroki. You need a psychiatric doctor to come and help you. The sun is the ruler of the day. Hallelujah. Then he gave another light to who? To the moon. And then he gave power to the moon to rule over the night. Speak to that moon. Mwambie mimi naenda kulala. Na dikwenda rusho ogea kola italiho. Yes.
ndikwenda gukira rucio kuri atene thire na igwa mweri tondu the moon is watching over you because he is the ruler of the night. Speak to the moon. Mwambie wewe kiongozi, sikiliza, wewe ni kiongozi na mimi ni kiongozi, tuheane iteo, ndugathukie irio ciakwa na arogi matigoke gwakwa na itirana simatigoke gwakwa. You are the king. If I hear you allowed mchawi akuje kutembea kwangu, nitakuripoti kwa baba. Speak to the moon. Nitakuripoti kwa baba, maana umekubalisha. You are the king, you are supposed to keep guard of me, unafaa kunichunga. Then you speak to your star. Ndio unasikia nyota zimeibiwa. The star ndio zimebeba destiny yako. He created a small light which is operational in the day, in the night, it's forever there. That is what is carrying your destiny. Speak to the star. Ndio unaona wale wanasema waganga, ukienda kwa waganga nyota inasema. Nyota wanajua kusoma nyota, wanajua kutumia nyota, kwa sababu wanajua nguvu ya nyota ndio imebeba destiny yako. Speak to the star. Waambie wewe nyota, maana najua kama unaibiagwa. Wewe usijaribu kuibiwa. Niko hapa na nitatajirika. Na pesa zangu ziko. Na utajiri yangu iko. Na wewe kwa sababu najua ndio umebeba hizi vitu zote. Wewe ujaribu. Angalia wakati ya Yesu. Wakati walijua mtoto amezaliwa, walifuata nyota because walikuwa wanataka kwenda kuiba nyota. Paka wakafika mahali wakakosa. Na hao watu wakati jata nisi adu agoma. Jata nisi wewe. Goma newe. These were created by your God. Hallelujah. At what time did they change? Ikaenda kwa shetani. The sun was created by your God, and it was given the rulership. The moon was created by your God, and it was given the rulership. The star was created by your God, and it was given the rulership by your God. The God you worship. Then unakuja kuniambia ni ya shetani. Wewe ndio shetani. If you can strategically plan yourself, speak to this. Like now we have had the full moon. Imekuwa hapo, imekuepo tangu tarehe 1. This is the month you speak to that moon. Na ndio unaona wanawake they have, kuna vitu vinafanyikaga ndani yao. They are the one that control the cycle of the calendar. Did you know that? Women are the one that controls the cycle of the calendar. The calendar revolves around women. Na the calendar inafaa kuishia at 28, maana hapo ndio unakuwa na monthly period. Hallelujah. And that's wanaume nikiona ngatoka ikariro ni atumia. Mutumia agegwekira kanyama kaige na hauthini akunegere no gukigokega tondu kigokona. Na githejagiro omweri. Wo irega guthejari. Muthe, wirega guthejari. Giki githejagiro omweri. Nikiiga agikarira shafashi kana aige na hauthini kanyama uguo ugutoro kugata kagu madam kana ajikia tondu kigongona kiitikaga thi to the mother earth. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nikiona makihota gutoroga taru giki kigende Kenya ndo muthe kiaje ko ni control haha gikuika kiundu ro uguo nene sasa nyaje kimelost no igemwariria eometie ekoja what's wrong with you unataka nini eko kuria rithogu no uyagiajia riwe kwaje gweka giyoka igwa getheka magidari todo kiu nikigongona kihota gusubdue mundurume ende mufundithia uhoro wa kigongona kiu bia turiko turi atumia na andu agima. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. So strategically, if you plan, you speak to your moon, you speak to the sun, early in the morning. That is your command. When you hear command your day, you command the systems that can deny you the penetration. Upepo unazungumzia upepo ruhuho. Bwana Yesu asifiwe sana. Upepo unaweza kuja, si unakujanga Katarina, inaitangwa Katarina.
Iliitwa Katarina. Ile ilikuja ikang'oa manyumba, ikaua watu. Ile ingine ikakuja. Maana ni upepo, inaweza kukuja, inasikia. It has a ears, iko na masikio, iko na kila kitu. Zungumzia upepo na uambie upepo usikuje kuhuruta bura. Sababu unasikia atenego kete ya huruto ya ruhuho. Iwe burete kuregwa tagia ke. Todo ruhuho ina power ya kudivert. Ina change direction ya mvua. Inatoa mvua kwenu, inapeleka kwingine. Maana imezungumziwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mnanielewa? Lakini ambia mwenzako, you need to be strategic this time. Uelewe jinsi ya kucommand. You command your riches. Vitu zako ziko. Hakuna vitu zinatoka biguni. Hiyo maombi mrefu wachana nayo, hiyo ni ujinga. Hiyo nywe shoro wako ndo nywe shorole, ndio nywe kalia fage shuka. Yes. Vitu zako zote. God created man in his own image, in his character. And he gave him dominion, and he told him to subdue. He told you hit him, nimekupatia wanyama, ndege, miti na kila kitu. Everything that exists on earth, it is in your hands. Now, kelele mingi ni ya nini? Na amekupatia, na amesema and he bless you. Now it is for you to identify what could be the problem that is causing me not to access. Because umepatiwa property, umepatiwa pesa, umepatiwa kila kitu, lakini now you don't have the access ya hizi vitu. What could be the reason? Why are you doing businesses and the businesses are not working? Why is your family not successful? Why am I doing this? Why is my marriage not working? There is a denial. Kuna password hujaielewa. Kuna kitu kinakuzuia, kuna kitu kimesimamishwa mahali, na hiyo kitu kimesimamishwa mahali, you rediscover it from your genealogy. Bwana Yesu asifiwe sana. Can you give me Deuteronomy chapter number 12? You get it from genealogy. You understand what could be the reason I am suffering. What could be the reason I am facing the challenges I'm facing the challenge. Because already God has blessed me. Already God has given me. Already God has given me power to subdue. Already God has given me power to dominate. What could be the problem? These are the statues. This is the time the children of Israel walikuwa wanarudiwa, wanaenda Kanani, lakini wakaambiwa kule Kanani mnaenda kuna kuzakuwa na matatizo, kwa maana kuna kitu kilikuwa kinaendelea huko. Na akamwambia Mungu, akawaambia, these are the statues. God is still speaking. These are the statues and the ordinances which you shall observe to do in the land which Jehovah, the God of thy fathers, has given thee to possess it. So God has given you a land to possess, but kuna vitu anataka uende ufanye huko. Hallelujah. God has given you the power. Mungu amekupatia dominion. Amekwambia ukwe usubdue. He has given you everything. But again, the same God is telling you, when you reach there, ufanye hivi. Tupatie Kiswahili tafadhali, hawa mama wanateseka. Huyu msee ananiangalia na macho baya. Mimi sikukwambia usisome baba. Wadhire ko ruabara cia mau one dole kanyamo ke doke do moduoni mago tunjire wetire matago ekire tago do mithirie tutigana maundu macio. Yafuatayo ni masharti. Sema nini? Masharti. Sio kitu ya hivi, ni masharti. Hakuambia ati akwambia ukifika huko unaweza kufanya hivi, unaweza kwenda hivi, unaweza kuwa, hapana, ni masharti. Anakupatia masharti. Ni Mungu. Hello, yule Mungu aliyekupatia dominion sasa ndio huyu bado anakupatia masharti. Ya nini? Nakupatia masharti na maagizo ambayo mtayatimiza katika nchi ambayo Mwenyezi Mungu, Mungu wa babu zenu, amewapa muimiliki. Mungu ashakupatia ardhi ya kumiliki, lakini kwa masharti. Haleluya. Amekupatia masharti, yani amekupatia ardhi, amekupatia kila kitu, lakini kwa masharti. Masharti gani hayo? Anasema na amewapa mmiliki siku zote za maisha. Kwa hivyo ukikosa kufuata masharti, the same amesema siku zenu za maisha yote, utaishi kwenye umaskini siku zako za maisha yote. Because you never addressed the masharti. When you start a business, you have to address the masharti. When you start a family, you have to address the masharti. When you start a ministry like this one, you have to address the masharti. Bwana Yesu asifiwe sana. You will struggle. I have struggled here for 1.5 years hapa kwa sababu ya kutotii masharti, ya kutofuata masharti. Maana nilienda kutafuta marafiki wakuja tufungue ministry na wao.
Na Mungu hakuwa anataka hivyo. Mungu alikuwa ananiambia nenda ufugue, nitakuletea watu. Mimi nikaambia Mungu nenda Dubai, nitakuja huko, tutakutania Dubai. Wacha nitafute watu. Nikatafuta my best friends, wakuja tusaidiane kujenga ministry. Mungu naye akaenda Dubai, alienda anasikiaga. Mungu anakuaga na masikio. Alienda Dubai. Na alipoenda Dubai, alizima mpaka simu ile tulikuwa tunajua. Akaachia kale kama mteja unayemtafuta hapatikani kwa sasa. Sasa huko tu no kukatura kukaka haraka bosekea yeteterere bosayandoro yekayando bosekaya kakakare ya baba. Sasa nikaulizwa na mtu mmoja, mse mwingine alikuja hapa. Nedo isho kuga. No hata kudaurira. Mimi sikamwambia siwezi. Ndugetige kuhoya mahoya ma muthemba ucio tondu macio ti mahoya ucio ni ugoroki. Because you need, if you are speaking in tongue, it's supposed to be interpreted. Sio kupiga makelele kakandoro kototo ya chandala baba ni nini hiyo na nokora hiyo kiragado mimi ne morogi degedalia naona fikiria ni lugha hadi unaongea kwa lugha na unaongea watu muda jana tumeomba gatane gathire kinya na kuuda ne kwehutia ugagade fasting hiyo inataka starvation, starving yourself. That is not fasting. If you are not understanding the kind of prayers you are doing, you are wasting your time. You are a witch. Wewe ni mchawi. Abia mwenzako wacha uchawi. Muangalie kwa macho. Muangalie kwa macho. Witches are in church because you fail to understand character of God, the systems of God. The moment you fail to understand God, you become a witch. Because now you become speculative. Mtu akibarikiwa na kagari hapa mnaanza kusema oli weraho ya hilo. Ndio kile Natali. Duno na gadi ya wago Natali nita modulari murwaru. Oka atako gari. Kakwere ado ni mathokire. Prado. Atako Prado. Yani you are worshiping God who can never provide you with a Prado. No way. You are worshiping a God who can never give you land. You are worshiping God who can never give you $1 billion in your account. No. That is what we call the formation of witchcraft in a church. Because you don't believe that your God can do it. Then why are you doing in a church? Ati Mungu ni wa maskini. Mudeni wangai atora gione gai. Nya. Kiagwira. Mukageria kwa inare boru goko. Takugonga hiyo kichwa yako ipasuke. Wotile mudheni wa gai. Kuna mimi si mudheni. Kama ni mudheni kwenda ukae na udheni yako. Hapa sitaki mudheni. I don't want a poor person. My God is rich. My God is rich. If you are not going to drive, even if it's inaitwa hii kisululu. Kabaiskeli. Kama by December doko na muthikiri haha othie pio ndikwenda gukureithia ringi. I don't have a meaning in your life. I don't have a meaning in your life. God is a God of prosperity. That is why he's given you a blessing to go and prosper. Usikuje kuambia na Mungu ati lakini usikuje kupiga magoti hapa utafute Mungu hapa ya kununua gari. Gari inanunuliwa. Hakuna ati inua mikono, hebu inueni mikono yenu juu. Hebu inueni tafadhali, inueni. Inua tu tafadhali, inua vizuri. Inua mkono wako hapo, kuna muujiza inashuka. Naona Prado inashuka. Prado inatoka wapi jamani? Prado inatoka wapi jamani? Nani umesikia ni gari ya nani imeachwa kwa barabara ina kifunguo ikiguruma inakugojea? Gari imetengenezwa na Mjapanese na ametengeneza na mabati na kila kitu na pesa. Alafu ukuja uipata kwa bahati, naona Prado inashuka. Reba konta ya baba. Naona mtu atakayebarikiwa. Ninaona mtu mmoja akibarikiwa. Wekeleeni sadaka zenu hapa. Kuna kifunguo kinafunguliwa. Hiyo ni ujinga. Ukisikia mtu anakuambia wekelea sadaka hapa, ucho ni muguruki. Atenegeza udiukara kwa gari farafara. No eteke no kaigerera. Give because it is your culture to give. Do not give because you are trying to bribe God or trying to entice God. No, give because it is your culture. Give your 10% because it's your culture. Give your first fruits because it's a culture. It is cultured in you.
not because Mnigeria nimeleta Mnigeria hapa anaanza kuwahubiria, mnaanza kutoa. Kwa sababu nikileta pastor mgeni hapa, zile pesa mmebeba hapa, mtaacha 1500 hapa. Nikiwaambia mtoe kama kawaida, mtaacha shilingi 1000. Baka bahasha unazidi, bahasha uliweka ka 50 ndani ya bahasha na wewe ukaweka mate yote. Ukavuka. Na nika 50. Si uache kaburithi at least. Wacha kukafukia. Kaja kaburithi. Nikako, nikazuri. Because that is what you have. Not yako hakaba hasha yo mata. Tika ikari yo kwenye gada kilo ka 50 kage. Ni wadhukia bahasha na ka 50. Imagine. Wahiga ya menya kaya yaku yote. Wacha ibuweka kwa kitu kwa bahasha, wacha kufuga. Yacha ikaa hivyo. Hata usiandike jina yako, hatutaki jina yako, usiandike namba yako ya simu. We don't need it. It is not between me and you, it's between you and God. You're not giving me, you're giving God. Don't write your name there, don't write your number there. Don't seal. Hiyo envelope hata ukiweka 1,100 don't seal. Achana nayo. Kuja wekelea hapa. Don't usinipatie kwa mikono yangu, wekelea hapa. God will bless you. It is you. It is you and your God, not me. Yeah. Anaangaliaga heart. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. So tuendelee na hiyo, tuendelee. Masaa imeenda. Hamtaki kwenda nyumbani? Mnataka kwenda? Yeah? Mnataka kwenda? Yeah? Wale wanataka kwenda mkeni? Yule anataka kwenda, amuka uende. Yafuatayo ni nani? Ni masharti na maagizo ambayo mtayatimiza katika nchi ambayo Mwenyezi Mungu, Mungu wa babu zenu amewapa muimiliki siku zote za maisha yenu, siku zote. Kwa hivyo ukikosa kufuata masharti, wacha na yeye. Magi. Endo mchukue mpeleke nje. Mpeleke labda natafuta chakula. Wewe mtu alena hau mogolele getheri. Tondana no amuigwira atha no amucothereria. Thiĩ nake. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ukikosa maagizo yale, a single letter, maisha yako yote yataishi kwenye umaskini, yataishi kwenye mateso. That is why you are suffering. You are not suffering because God did not give you. He gave you the land and gave you instructions over the land. He gave you something to occupy. He gave you business. He gave you a husband. He gave you a leadership. But you never followed the instructions. You can never blame God. You can never come and say that God did not do this. No, he did it. Alikupatia na masharti. 20 verse 2. Alikupatia na masharti. Na masharti unafaa kuyafuata. Bwana Yesu asifiwe sana. The reason you are suffering ni kwa sababu hukufuata masharti. Akasema, haribuni kabisa mahali popote ambapo watu wa nchi hiyo waliabudu miungu. Are you getting me now? Because miungu ya mahali itakuzuia kupata baraka. Pale baba yako alinunua shamba, miungu ya huko walinunua shamba, itakuzuia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kule umeolewa, miungu ya huko umeolewa, ama miungu ya wale ule umeoa, itakuzuia kubarikiwa. Alisema mahali popote waliabudu miungu, nenda ukaharibu. In short anakuambia takaza. Chochote ambacho kimekuja mikononi mwako kitakaze. Na hapo ndio tuna confuse na Wakristo tuwabea chakula. Unatakaza. Bwana Yesu asifiwe sana. Na inatakazwa kabla ya kupikwa. Miungu ya kwenye ambapo watu wanaabudu miungu yao kwenye nini? Kwenye milima. Kwa hivyo kuna sehemu specific you must wende identify. Ndio tunaambiwa kwa tufanye kitu inaitwa spiritual mapping. Ukinunua shamba, ukinunua kaplot, nenda ulisia historia hapo. Nani alikuwaga mwenyewe? Alikuwaga Kapwele, alikuwaga Mukaba, alikuwaga Mukikuyu, alikuwa Muluya, na walikuwa wanatoaka kafara gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Ni nini kilifanyika, kilikuwa kinafanyika kwenye ardhi hiyo? Ilinunuliwa na society, yes. Society inaitwa Kiaberelia. We mzungu mwenye alikuwa mwenye hapo, alikuwa mtu gani? Alikuwa mugaga, mchawi, alikuwa mtu aina gani? Na ile society wale walijiuka, hawa wasee, walijiuka, walitoa wapi pesa ya kununua hiyo shamba? Walitumia binu gani kuleta kununua hiyo shamba? Pesa ni kuyoshia irukani ya domora giru. Tabo ekamete. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo mahali popote kwenye milima
mirefu, vilima na nchi ya chini ya miti yenye majani mabichi. Ukikuta kuna kimuti cha zamani kwenye shamba yenu, usiende kukikibiria hivyo hivyo, hapana. Nataka kujua kwenye hii shamba, hii mti ni nini kinaweza kuwa kilifanyika hapa. Kuna busi inaweza kuwa ilikuwa inachijiwa hapa. Uliza, tafuta hiyo shamba mlinunua. Grandfather wa hiyo shamba, mwenye hiyo shamba, anaweza kuwa kuna uwaga alikuwa anafanyiaga hapo. Kunaweza kuwa kuna mtu amezikwa kwa hiyo shamba, na huyo mtu alikufa na nini? Alikufa na kansa. Most likely hata nyinyi mtapata kansa. Hallelujah. Alikufa na TB, most likely TB itakuja. Alikufa na umasikini, most likely hata wewe utapata. Ndio nakwambia, haribuni kabisa mahali pote ambapo watu wanaabudu miungu yao, kwenye milima mirefu, vilima na nchi ya chini ya miti yenye majani mabichi. Hiyo ndio first assignment ya kufanya. In whatever, hata ukiajiriwa kwa kampuni ya Safaricom, ingia kwa safari ya kampuni, ujui Joseph Jacob what? Joseph what? Wale walianzisha, who they were. Vodacom, you need to know who they were. The first shareholders akina Moi na wengine walifanya vitu gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Umeajiriwa hapa kwa hii kanisa, understand this church, understand wanainuaga madhabahu gani, ndio uanze kufanya kazi hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hizi spika wakati nilizinunua, zilitengenezwa, tulizitakasa, tukazitolea dhabihu, tukavunja. Kama kuna mwenye alitumia, kuna kitu alitumia mahali kilitumika ambacho si cha Mungu. Naonaka kama sisi wengi tunamwagaga chumvi. Watu wa chumvi inua mkono juu kama mimi natumianga chumvi. Watu wa chumvi inua mkono juu, niwafundishe kitu hapa. Inua tu mkono nikufundishe. Wacha upuzi, inua mkono. Watu wote hapa nyinyi watu wa chumvi, warogi. Hizo wote tokelea rogi ya chumvi. Chumvi can be a blessing and can be a witchcraft, depending on the originality ya chumvi. Imetoka wapi? Nani alitengeneza? Because they know you use chumvi kufanya matambiko. You use chumvi kufanya vitu ambavyo mnafanya. They produce that salt kutoka kule, ikiwa ya dhabahu yao. Ukienda kuitumia, unamwaga kwa geti yako, wengine wanamwaga chini ya kitanda. Kabla kama haujaitakaza, itafanya kazi ya wale. Umenielewa? Ati umemwaga kwa geti yako, ati unazuia wachai, na ni wachai walitengeneza, utakuwa umewapatia nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anything you use for kwa madhabahu, iope kwanza, itakaze, uikomboe. Hata hii sakramenti tunakulaga hapa, ikomboe kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Itoe kule, uilete. Mwili uiconvert. Hiyo ni kamukate tu, kaconvert kakue mwili. Hiyo wine tunakunywa iconvert kuwe damu fast. Sio na niliona watu hapa wanapenda hiyo kitu sana. Ndio shida yake kanisa na yale hivi. Wanapenda. Ati ni tamu. Mtakuwa nikinunua soda ya Fanta. Ndio tamu, si ndio? Cream soda. Na haka kingine, niwachane na haka kingine. Hii kingine ndio sawa. Tuachane na soda. Watoto hii ndio mzuri. Iko na upako. Haya. Hata kwenye miti iliyo na majani mabichi. Bwana Yesu asifiwe sana. Takaza. Isafishe mahali pale ndio uweze kukaa. Failure to which hakuwezi kukalika. Utadominatiwa na madhabahu ya wao. Maana already walikutangulia na wakainua madhabahu na wakatoa sadaka na wakafanya vitu vyote walivyofanya. That is why they rule over you. Bwana Yesu asifiwe sana. Verse number 3 quickly. Zivunjilieni mbali madhabahu zao na kuzibomoa kabisa nguzo zao. The foundations. Madhabahu ni altars and the foundations and their pillars, you destroy them. Don't entertain anything ya huko. Ate moteo yake totigana na moteo ikale haha. Ati hii miti niliipata hapa, hapana. Kama hauwezi kuikata, itakaze. Ibadilishe, ikutimukie, ikue yako. Ikue kwa chini ya madhabahu yako, ibadilishe. Maana hujui aliipanda siku gani. Labda hapo chini modo akiwa mimi nataka kuchomwa, na akachomwa, wakabeba hiyo jivu, kumbe ndio hiyo jivu iko hapo.
Sasa nasema mtio majoka ni hotoka kuhuroka. Toka gena kumbe spirit ya huyo mtu amekufa. Na alikufa na kansa. Ukikaa kidogo unasikia mtoto wako ako na kansa, ama wewe umeshikwa na kansa kwa sababu you are operating under the spirit hiyo ya huyo mtu. Ndio unasikiaga watu wengine wanaendaga kwa makaburini kwenda kuchukua anointing. Na kukuroga pia, kama mtu nikitaka kukurushia sasa wewe ugojeke kansa, nitaenda kwa makaburi. Wale wachawi wanafanyanga hivyo, anaenda kwa kaburi ya mtu alikufa na kansa, anachukua hiyo mchaga, anaizungumzia na kurushia. Utagojeka? Utagojeka. Ndio naambia zungumzia. Nenda kwa hiyo vitu. Badilisha. Be strategic. Whatever that you, hata hiyo nguo umevaa, be strategic to it. Kuna zingine zimetengenezwa chini ya maji. Hizi mnajipaka hapa. Mliona tattoo venye ile kitu inatengeneza tattoo? Ni nini? Ni nini? Watu wa tattoo? Uko na tattoo? Nani yako na tattoo hapa? Nikuonyeshe. Tuonyeshe, si mbaya, ni mzuri tu. Ni wewe. Tattoo inatengenezwa, hawa watu wanachomwa. Umenielewa? Hawa watu wanachomwa hiyo jivu. Ndio inatengeneza component ambayo inatengeneza tattoo. Ndio unawekagwa, ukiwechorwa nyoka unaanza kubehave kama nyoka. It is a product of a humans ash. Wale watu wanachoma, wanaendaga wanachukua hiyo wanachanganya na chemicals zingine, ndio ina produce chemical ya tattoo. Umenielewa sasa? So sasa oa bibi ako na tattoo hapa, ako na tattoo hapa, ako na tattoo hapa, ako na tattoo. Na zote ni manyoka na crocodile, na zingine ni scorpion, ziko zina. Ukiingia kwa nyumba unasikia unashirokera mama. Ndio daro muhaha. Kumbe ni mama amekuduka. Na ukiingia kwa nyumba unatulia kama maji yaliyo kwa mtungi. Maana ashakuduka. Maana ni scorpion. Bwana Yesu asifiwe sana. Esese, kwani uko nayo? Asese, uko nayo? Pole sana. Pole sana. Zivunjilieni mbali madhabahu zao na kuzibomoa kabisa nguzo zao. Ziteketezeni kwa moto sanamu zao. Watu wa Maria. Haleluya. Mama Maria, salama Maria, tuombea sisi wakosefu. Bwana Yesu asifiwe sana. Teketeza sanamu hizo. Ukienda hiyo shamba mmenunua ama umepatiwa ya babu yako ama umegaua mgao na baba yako, takaza shamba hilo. Lingoe kutoka kwa baba yako. Maana hujui kama baba yako alinunua hiyo shamba, ama ni madhabahu gani alifanya nayo, ama ni kafara ngapi amefanya kwa hiyo shamba. Enda uitakaze, uichukue kutoka kwa mikono yake, uilete kwako, ndio ikupatie mazao. Maana usipofanya hivyo, na hiyo shamba inatabua baba. Maana yeye ndiye alitoa dhabihu ya hiyo shamba. Mtabehave kama baba. Kama baba yako alikufa kwa umaskini, hata wewe utakufa kwa umaskini. Maana madhabahu inayoogea huko ni ya umaskini. So you must disconnect completely from madhabahu ya baba yako. That is Ezekiel chapter number 16 from verse 1. Son of man, cause Jerusalem to know, to understand the abominations that are around her. Bwana Yesu asifiwe sana. Ashera na kuzikatakata sanamu zao na za kuchonga na kufutilia mbali jina lao na mahali hapo. You must change the name. The name iko na nguvu. Ukinunua plot ibadilishe jina ya hapo, iite jina ingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Because unaona Kenyatta family wanatutawala Kenya hii. Because utaenda unakuta Kenyatta Conference Center, Kenyatta Avenue, unaenda Uhuru Highway, Uhuru Park, Uhuru Garden, Mama Ngina, Mawati, kila mahali. Mashule ni Kenyatta, ukienda wapi ni Kenyatta, Jomo Kenyatta the gate ni Kenyatta, ukienda kila. That's why they dominate us. Because ni madhabahu zao waliinua kupitia kwa majina. Ndio nakuta saa hii Uhuru anafaa kwenda Milala nyumbani. Sasa hivi tunaweza kuwa Uhuru niwe watu honokia na niwe watu ikilie tena ini huyo. Kama hii shida tunapitia ni Uhuru. Kwa sababu ya kujipenda, akitaka kupatia Raila. Na yeye baba yake ndiye alituambia tusiwahi kuchagua familia ya Raila. Yeye tena akatuletea
takataka hii. Sasa na sisi tukaenda kwingine. Si uchawi, ni maombi. Si uchawi, ni maombi. Sasa imegeuka, ni uchawi, si maombi, ni uchawi. Hata Kasongo masiko. Kasongo kuenda ni Uhuru kwanza aende. Can I tell you? Kasongo kuenda ni Uhuru kwanza aende. Maana Kasongo ni madhabahu ya Uhuru. Walienda pale Gadesha Farm. Wakaenda wazee wa Kalenjin na wazee wa Kikuyu, wakakaa pamoja, wakainua an altar. Kisha wakashikanishwa Uhuru na Ruto. Wakaenda Afuraha. Hawa wazee wamefanya kazi yao. Wakaenda Afuraha, wakakuta kina Wairimo, akina Waroige na wengine wahuja huko. Naye Uhuru akatoa kofia yake, akaweka Ruto, na Ruto akamweka asema yangu 10 na yako 10. So ufalme wa Ruto is under the guidance of Uhuru Kenyatta. As long as Uhuru is existing, Ruto cannot go anywhere. Lazima 10 itimike. Ndio uliona wakati Uhuru aligeuka akasema mimi sitaki huyu, Ruto alishinda. Bila serikali, bila nini, agwabo alikuwa huko, system ilikuwa huko, kila kitu zilikuwa huko, pesa zilikuwa huko, hata kuiba kulikuwa huko, lakini bado Ruto aliwashinda because there is a conversion. Kuna maneno ilinenwa Afuraha na kuna matambiko yalifanyika Gadesha Farm. That now ni mfereji moja, si mfereji mbili, ni mfereji moja inaitwa Uhuruto. So Uhuru asipokufa, na sisemi ya kufe, Ruto atakuwa president. Maana ana drain blood kutoka kwa Uhuru. Ana drain blood kutoka kwa Uhuru. Ndio naona Kenya akiamuka Ruto anaanza kubabaika. Si unaona Uhuru akiamuka kwanza kuongea, Ruto anaanza kusema alistaafu, aende akae nyumbani, aende afanya nini? Sasa wanaanza kugeuka na sema tunataka afadhali wa Monyoro, afadhali, lakini wa Monyoro pia ni damu ya nani? Ya Uhuru. Wa Monyoro alikuwa anafanya ni PA wa Uhuru. Ndio tulikuwa tunafanya na yeye hapa KICC tukiwa akiwa PA wa Uhuru. Mali yote ile pesa wa Monyoro ako nao ni ya Uhuru. Ni product ya Uhuru. Alafu tena ni mtoto ya Moi. Wa Monyoro ni mwana wa Moi. Gociara. Ti political gociara. Ruto ni mwana wa Moi gociara. Sasa niambie. Naye Moi aliweka madhabahu yake pale Uhuru hapa Serena hapo chini, na akasema atatawala IGE for 100 years. Na hamujafanya kitu kukazo hiyo. Alafu mnasema ati kutakuwa leji. Siku ile tulienda Eldoret wangapi? Wale tulienda Eldoret kufanya kuvuja madhabahu huko. Tulipovuja madhabahu ya Eldoret, it was on a Sunday. Monday Ruto alikuwa kwa Uhuru. Alienda sasa Ishaweli. Niulize huyu mtu alikuwa hawaongei? Hawao nani alipiga mlango gani ndio akaenda Ishaweli? Can you tell me? Niambie. Tutiaragia nawe, tutireka kwaria nawe, na hatuongeagi na hatupendani hata kidogo. Lakini jamaa aliamuka asubuhi na busi 12 akaenda akakuta gate na kupiga tong, milango ikafunguliwa. Ni nani? Ni Ruto. Uhuru akakuja akada, how are you? Mundu tutaragia amenyiri ate Uhuru ya mushi. Acha kucheza akili. Wakati tulikata hiyo madhabahu kule, alikibia huko na busi 12 kurudisha madhabahu. Na kwa sababu madhabahu hiyo ya ufalme ya Uhuru ilitengenezwa on the foundation ya nini? Ya damu ya wale watu tulikufa. Wale watu walikufa Naivasha, wale watu tulikufa Eldoret. Hiyo kwa sababu wakati walishikana kwa sababu tulikuwa tumepigana na tukabiana hatutapigana tena. Kwa hivyo msingi na foundation ya ufalme ya Ruto ni damu iliyomwagika. Ndio unaona hata ufalme ya Ruto lazima damu ingemwagika ndio ikue. Ndio Jesse lazima wangekufa ndio tuendeleze. Kukufa kwa Jesse, it was the benefit to Ruto. Nyinyi ndio mliwota, mlimwagilia maji ya ufalme. Ndio unaona kalirudi sasa kakiwa. Sinasikia kanasema maneno mpaka kana dhioma. Hallelujah. Housing.
Ogia ataenda katika jina la Yesu. Wa Munyoro, Ruto na Uhuru na Raila 1 labda kutokea kitu kingine mpya na kitu iko na Mungu mkubwa ndio hiyo madhabahu yaguke, otherwise 10 bila break. No muawe helile main moferedi main watu ikana maene maniara. Mnanielewa? The main tap ikikatika mfereji itakauka. Tuko wapi? That is the power of altars. Kura ambazo tunaenda sasa sisi hii tunaenda 2027, 2026, 2027. Ni hii mwaka 2027. It will not be determined by your vote. It will be determined by the altars. Mwenye atakuwa na madhabahu strong ndiye atatawala. Na unasikia mjamaa amejenga anataka kujenga kanisa ya 1.2 billion. Na vitu vingine ameanza kupatiana. Nyinyi hauna ngo. Yesu katika jina la Yesu tunaenda kupokea. The day you understand the power of altars, you'll be free. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusimame kwa miguu yetu. Mwambie mwenzako tu, mshike tu, mwambie be strategic. Elewa dunia hii haikaagi na wajika. Mwambie hivyo. Mwambie elewa dunia hii hii mwaka si ya wajika. You need to be strategic. You need to plan. You need to understand what can hinder you. Vitu vyovyote ambavyo vinaweza kukuzuia kufaulu, you need to deal with them. Na unadili nazo hizi siku 21 kutoka sasa tarehe 1 mpaka 21 na 24 tunaenda kwa mlima. Mjiandikishe wale wanataka kwenda kwa mlima. Tutaenda huko kusil kila kitu and you will see what God will do in your life. Mwambie mwenzako before the end of this month, before the end of this year, I'll be a millionaire. I'll be a millionaire. Nilisema mtu akiingia kwa mlango anapatiwa bahasha yake. Mnanielewa? Patianeni haraka na siku nyingine msipatiane hivyo. Mtu akiingia kwa mlango anapatiwa bahasha na unamwambia ile pesa inafaa kuwekwa hapo ndani. Ukimwangalia amevaa kama mase unamwambia 2000. Ukiona mama kama huyu amekaa kama bibi ya Olesa Gunia Basajo unamwambia 5000. Kwa miguu yetu wale wana uwezo. Alafu tutakuwa tashare mwili wa Kristo. Wapatieni pastors. Leteni sadaka zenu. Leteni sadaka zenu. Simama hapa. Simama hapa wewe. Wewe simama tu hapa. Akileta sadaka anachukua. Weka sadaka yako hapo ukichukua. Leta sadaka yako hapa. Peleka huko. Jeni hapa.
Otire gai oge, otire gai oge, oge tawe, otire, otire gai oge, otire gai oge, oge tawe, amechukua Biblia yangu tena kwa nini? Asante. Tunataka wewe maliza uende. Nini? Si wapelekea haraka haraka. Kuna mtu hana sakramenti? Kuna mtu hajapata? Uko nyuma. Kujia hapa mbele, kimbia. Sababu ya kushiriki kwenye meza ya Bwana ni kwa sababu ya mafundisho ambayo nataka kufundisha kidogo ya hapa. Hawajapata asensi, hajapata ya kutosha. Asensi anasema nataka kikombe kubwa. Ezekiel chapter number 3 verse 1. Ezekiel chapter number 3 verse 1. Media team, chapter number 3 inasema hivi. Ezekiel chapter number 3, usifungue tu, ndakusomea. Chukua na mmalize, mketi, muende mrudi kwenye viti zenu. Hii ni ibada. Ni ugoleu udie. Sasa inasema hivi, Ezekiel chapter number 3 verse 1. And he said, akaniambia, wewe mtu, kula unachopewa, kula kitabu hiki, kisha uende ukawaeleze Waisraeli. Namba 2, kwa hiyo nilifumbua kinywa changu, naye akanilisha hicho kitabu. 3, halafu akaniambia, wewe mtu, kula kitabu hiki ninachokupa,
ujaze tumbo lako. Basi nilikula kitabu hicho, nacho kikawa kitamu mdomoni kama asali. 4. Kisha akaniambia, wewe mtu, waendee Waisraeli wakawaambie maneno yangu. 5. Sikutumi kwa taifa lenye lugha ngeni na ngumu, bali kwa Waisraeli. 6. Sikutumi kwa mataifa mengi yenye lugha ngeni na ngumu ambayo haifahamu, kwani ningelikutuma kwa watu kama hao, hakika wao wangekusikia. 6. Lakini Waisraeli hawatakusikiliza, kwani hawana nia ya kunisikiliza mimi. Watu wote wa Israeli ni wenye kichwa kigumu na moyo mkaidi. The reason alimwambia atafune kile kitabu is a covenant. He was speaking about the covenant that I'm sending you this year. I know this year will be difficult. I know this year will have challenges. I know you will face difficulties, but I am giving a covenant. I want to share a covenant with you. That wherever you go, utakutana na watu wagumu, utakutana na vitu ambavyo ni vizito, lakini utapata upenyo. Maana mtu anaitwa Ezekiel, alipofika pale, aliambiwa tabirie mifupa mikavu, na akaitabiria. Sasa unapokunywa, hiyo ni damu ya Yesu, na megeuza imekuwa damu ya Yesu na mwili wa Yesu. Wacha chochote utakachokumbana mwaka huu kigumu kiwe rahisi. Amen. Mungu akutendee makubwa. Amen. Milango yako ilikuwa migumu kufunguka na ikafunguke. Amen. Njia zako zilikuwa zimebanwa na zikaweza kufunguliwa. Amen. Walikuwa wamekutesa na mateso yafike mwisho. Walikuwa wamekudharau na madharau yafike mwisho. Walikuwa wamekuchallenge na challenge zimefika mwisho. Katika jina la Yesu Kristo, unapokunywa damu hii ya Yesu Kristo, na maisha yako yakabadilike. Kama una ugonjwa na ukaondoke. Kama una tatizo la kiafya likaondoke. Kama kuna umasikini ukaondoke. Chochote kitaka, in the name of Jesus, you will get it. Because you have made a covenant with God. He will fight your battles. Now let's take together. Katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. It is a covenant. Father, we thank you. We give you glory. We worship you. You are the master of all masters. You are the king of all kings. We have made this day a covenant between us and you, that all our battles will be your battles. All our challenges will be your challenges. All our difficulties will be your difficulties. May you bless every path. We command the sun, we command the moon, we command the stars, we command everything that exists on earth, that it will yield to the plans of God upon our life. That the master planner, who is God, he has planned us to become victorious, to win and conquer, to be successful, to become victorious. In Jesus' name we pray. Amen. Somebody say amen. 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 Worship him. It shall be permanent. It shall be permanent. The Lord has done for me. It shall be permanent. It shall be permanent. It shall... Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninapokea dhabihu hii kama dhabihu takatifu kwa ajili ya kazi yako. Napokea fungu hizi za 10 na malimbuko na hata mavuno ya kwanza yametoka kwenye mifuko ya watu, kwenye mikono ya watu uliowabariki, na kuna wengine bado hawakupata na ukaweza kuwabariki. Ninawafungulia njia zao zote, ninawabarikisha kwenye njia zao, ninawafunikia kwa damu ya Yesu Kristo mipango yote watakaoifanya kwa kazi yao, na mahali popote atakapokanyagisha miguu yao wapamiliki, na kazi ya mikono yao ikabarikiwa, na vinywa vyao vikanene ushindi.
na mahali popote watakuwa wakawe katika mahali patakatifu. Madhabahu yote ambayo imekuwa ikiwazuia wao kufaulu na ikasambaratike na ikavunjike. Sanamu zao, mifano yao, pilasi zao zote ninasambaratisha katika jina la Yesu Kristo. Watoto hawa na wabarikiwe, na pia wakishika kwa mikono yao, na iweka hivyo watakavyovipata kwa mikono yao kwenye ulinzi wa damu ya Yesu Kristo, visije vikakuliwa na nzige wala vikapotea. Pesa zozote watakazozipata zipate mafanikio ya kuendeleza, zikuwe na mavuno na mazao makubwa. Ukawaongoze wasije wakavamiwa na magonjwa wala jambo lolote ambalo linaweza kuwazuia mwaka huu wakafaulu. Baba, tumetangaza na tumekutangazia ya kwamba tunaomba tukifika tarehe kama hii mwaka ujao tutatangaza ushindi mkubwa tulioupata. Wabariki tunapoanza safari hii ya mwaka huu, Jumapili hii ya kwanza ya mwaka huu, ukawakumbuke milele na daima. Wakumbukie watoto wao, kumbuka kazi zao, kumbuka ndoa zao, kumbuka huduma zao. Wafungulie milango yao. Hata nyumba hii Baba ukaweza kuikumbuka, na madhabahu haya ukaweza kuyakumbuka, na huduma hii ukaikumbuke, na mtumishi ukamkumbuke, na ukatusaidie na ukatufanikishe kwa malengo yako yote. Usikubali tena tukaingia kwenye mitego ya shetani, wala tukaweza kufunikiwa kwenye mipango ya kishetani, ila tusimame kwa nguvu zako, kwa mamlaka yako na kwa ushindi wako. Nishike mkono, maana Baba mimi ni mdhaifu, siwezi bila wewe, siwezi kuenda bila wewe. Angalia madhabahu iliyonizunguka, madhabahu ya mababu, madhabahu ya usherati, madhabahu ya watu ambao wanadai damu yangu. Baba, ukanishike tu mkono, ukanisaidie, maana bila wewe siwezi kuendeleza. Nipatie mafundisho yako peke yake, maana nimemeza agano lako, nisirudi nyuma, bali nitekeleze kazi kama vile ulimtuma Joshua akatekeleza kazi yako, akashinda, akavamia maeneo na akayashinda. Ukampatia mpango mzuri wa kushinda na akashinda, na kuomba ushindi kama wa Joshua, in Jesus name, amen. It shall be permanent. It shall be permanent. What the Lord has done for me. You may be seated as worshipers continue to worship, but you are free to go. And now may the grace of Jesus Christ be with us now and forevermore. Amen. Tutakuwa na service lives